Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV. Pokea sifa Baba, Baba, pokea sifa. Tazama watumishi wako wanasema hakuna kama wewe Baba, Baba, pokea sifa. Watazame hawa vijana wamekuja kukupa sifa Baba. Watazame hawa waimbaji wanasema uhimidiwe Baba. Pokea sifa. Watazame watoto wako wanasema uhimidiwe leo. Pokea sifa. Mtazame mtumishi wako wanasema uhimidiwe. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome yangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni uponyaji wangu. Jina la Yesu ni msamaha wangu. Jina la Yesu ni urejesho wangu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo
meciria makwa matheru tondu we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ kũgoca Ngai ũrekenete meciria makwa matheru tondu we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ kũgoca Ngai
baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa upendo, 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 Yesu wa amani, 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 oh Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, oh Yesu wa upendo, Yesu wa upendo, Yesu wa upendo. Geukia jirani yako kila moja. Tafuta jirani. Na ukiona jirani ambaye unamgeukia amekasirika, tafuta jirani mwingine. Angalia jirani yako, mwambie nitabasamie kidogo tu. Salimia mwingine, mwambie leo umeweza. Salimia mwingine, mwambie halo. Salimia mwingine, muulize umetoka wapi wewe. Salimia mwingine, mwambie umebarikiwa. Sasa tafuta jirani yako. Nataka mwambie maneno haya. Angalia jirani yako, mwambie umebarikiwa. Mwambie umebarikiwa. Jirani umebarikiwa. Mwambie umebarikiwa. Jirani umebarikiwa. Mwambie jirani yangu. Mwambie jirani yangu, na mavazi mazuri, na sura mzuri, na pesa nyingi. Mwambie jirani yangu. Mwambie. Haya, niangalia hapa. Kila mmoja geukia. Angalia aposto, nataka tumbariki. Mwambie aposto wetu umebarikiwa. Aposto mwambie baba, mwambie aposto wetu kwa neno lako. Mwambie aposto vigelegele. Sasa nataka tuone namna hii, tuone kila moja.
Yesu Kristo. Makofi kwa Mungu wetu. Thank you. Tunakuabudu na tunakushukuru. Asante Baba kwa kutupatia wakati mwingine huu. Tumekuja kwenye madhabahu hii ili kwa ajili tupatane na wewe. Naomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio na zile zote tumetenda bila makusudio. Jehova, katushike mkono tena, tupatie maelekezo, kanitumie kama chombo nikawafikie watoto wako. Maneno yote nitakayozungumza yawe ni yako, yasiwe yangu. Toa yote yaliyo yangu kaweke yako, kanijaze, kanipunguze, ndipoza wewe uwe mwingi. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. You may be seated. Mnaweza kuketi chini ukimsalimia mwenzako. Afadhali vizuri kujua huyo mtu mmekaa na yeye anaitwa nani. Nataka kujua tu anaitwa nani, kwa sababu unaweza kuja kuulizwa huyo mtu mlikuwa mmekaa na yeye alikuwa anaitwa nani. Wewe fine tune hai. Msalimie tena, msalimie mwenzako tena, msalimie tu. Mwambie uwetagwa atia, mwambie na lugha yako, muulize na lugha yako. Unaitagwa nani? I say Peter. Joera iguru hanini. Hais. Siago kwa dhini. Sia mweno. Tumekuwa na misururu. Mtoto ni wa nani huyu? Mtoto ni wa nani? Mulete tu atakuwa wako. Mimi napenda watoto. Si mimi nawabiaga niko na watoto 25. Hata mwingine akikuja, jana ni juzi nilikuwa natabia mtu mwingine hata ukienda upate mko anafanana na mimi kidogo tu, niletee tuone kama ni wako. Si vizuri mtoto wako akiwa Kibera akikula taabu na wewe unaishi Karen. Ni vibaya sana. It's a big shame. Si ndio? Wale wanaume naongelesha wanaume, kwa sababu mimi najua nyinyi mko na tufaraga huko nje, mnakataa mnaruka. Usiwahi ruka kwa kifaraga kako. Usiwahi ruka. Hata bibi akileta shida, afadhali bibi aende, damu yako irudi. Kwa sababu bibi si damu yako, mtoto ndio damu yako. Kibera, wewe unaishi Ruda na mtoto wako anakula menyogoro Kivera na anakula mafi, hakuna baraka utabarikiwa. Mtoto si makosa, wewe ndio makosa. Karibuni. Wapatie kiti hapo kama kunayo. The babies Aniwero. Yeah, baby ya Musugu anaweza kuwa Aniwero kweli? Frida, how are you? Are you sir? Yes. Tulia. Amenyereta mudhogo. Mtoe kaa pale nje kidogo, alafu atulie. You may be seated here if you don't mind. Chezeni tu naye kidogo. Munyonyesha keraru. Aba mpatie baba amo. Ndakara makigwanye bashikeido goko na matike menyerete nyebo icio. Mai menyereta ke Germany mauga Gutenberg, Gutenke. So unasikia wa mimi nataka ku advise wase. Usisituliwe na bibi yako ati atakataa ukileta mtoto mwingine ambaye ulikuwa umesaa kabla yeye akuje. Ule mtoto mbaya ni ule ulizaa akiwa. Lakini kama ni mtoto alikuta, akwambia atatoka na atakutoroka, atakuacha, mupatie fare haraka aende. Negwa, I advocate for that. Mtoto ambaye ulikuja ukakuta tuko na yeye, alafu niambie nitupe huyo mtoto ndio nikupende wewe, na wewe si wetu. Wewe ni kuhama kwenu kwa sababu umeshindwa kukaa kwenu. Si nikushinda mnashinda kukaa kwenu. Mnabadilishana na ng'ombe. Ng'ombe zinaenda kwenu kuishi, wewe unatoka kwenu unaenda kuishi kwa yenyewe. Unaenda kuishi kule kwa ng'ombe zilitoka. Umeshai kuimagine hiyo kitu? Hello. Do you ever imagine that? Ati wewe uliamua uende kuishi kule ng'ombe zilitoka, ng'ombe zikaenda kuishi kwenu. Alafu unataka kutawala hiyo boma. Unasema mtu mseme ako na kijana kama miaka 14. Unasema huyo mtoto simutaki hapa, ni ndikomwenda guko. Hanyina, ndathia karerwo ne nyina. Mwana ni wa baba, nikio tanagio na baba. Mwana ni wau. Ni wa mutumia akerera. Na athuka ni wa mutumi. Mwana mwega ni wau. Mwana muru.
Nini? Sasa nikuoe leo alafu kuta watoto wangu waanze kuambia watoke. Nitakupatia fare mapema na asubuhi. Uniwache kwa sababu hawa watoto ni damu yangu. Twana tu ni thakame yakwa. Kana tigo? Twana tu ni goiwa tadira tomisi ona korone twatiganire twana tu ni thakame yakwa. Hado mutumia ucio ni thakame yakwa. Ni kuri? Wewe usiwahi tupa damu yako. Ndukanate thakame yaku. Imara marisi ya rume, imara marisi ya rume. Aria matete ciana ciao. Ndio tafuta mtoto yako. Tafuta. Ndio nataka natakasaka nasema kama ukienda mahali popote ukute mtoto anafanana na mimi. Kidogo piga picha nitumie. Kuna mahali naangalia kana najua mtoto ni wangu. Sihitaji mimi watoto wangu sihitaji DNA. Wanatokaka copyright. Sihitaji DNA. Sasa mulete tumulee wakae kale wengine wanakulaga kutoka kwa friji. Huyo wako mwingine yako Kibera anaokota mafi. Surely do you expect any blessing from God? Nuraheta kiradhimo. You will never, because the baby is crying every day. Mtoto analia oragia na ari korone defafa igo na uthiruruka guku kihiuragia marindo ukiuga ngandui anga uria we mutongu uria twarithagia makari. You will never see peace. Tafuta mtoto wako mahali yako. Go and look for that baby. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sijui ni hiyo imenitoka wapi sijui. Ama ni huyu mtoto. Lakini msiseme ni wangu huyo. Si mnaona anakaa msugu. Jamaa hata kugari video ni wangu. Ako wapi mama yake? Nimeona kama amerudi. Frida, anaitaka Frida kuja Kagwera. Na ni atio kuga. Kule manto ama uli Guten Morgen. Unajua sasa ile ama hii ya Kenya zote salimia watu na Kijerumani. Msalimie na Kijerumani. Guten Morgen. Guten Tag. Naitwa Frida Karwetha Nkonge. Nimetoka Meru but currently naishi Germany. Mwenye mmeona ni bwanangu na mtoto. Nimefurahi kukua hapa though it's been tough kukuja hapa. Imekuwa so Tafasin. Sorry. What has happened? Pole. Hakuna mama yako kuja kushika sasa mnaona mnataka nipigwe tu hapa kule. Mwenda nyuma yako. Kashap kidogo. Thank you. Keti pale kwanza kidogo. Keti pale kidogo tutakuita tena. Mzee ameenda wapi? Nini shida? Mlikuwa mmeshindwa kukuja? Hawezi nyamaza? What's the problem ya mtoto? Sasa imekusubua kabisa. Wanakuzuia usirudi. Usijali, imefika mwisho. Ulikuwa ukanyagisha miguu hapa. Hiyo shida yote iondoke. Keti pale. Pole sana. Ilikuwa tukanyagisha miguu wapi? Because leo tunadili na wachawi. Hii wiki mzima yote tumekuwa tukidili na nani? Na wachawi. Na wachawi wataisha. Sema wataisha. Angalia mwenzako yuko hapo karibu muulize, wewe unaweza kuwa ni mchawi? Unaweza kuwa wewe ni mchawi? Muulize tu. Shoka the honey. Main. Anakuambiaje? Habaduki kwa uchawi. Leo tunakubadua. Bwana Yesu asifiwe sana. We've been dealing na mambo na witchcraft. Sema witchcraft. Maana hii wiki na wiki ijayo. Kwanza siku ya leo ni tarehe ngapi? 7. Leo ndio wanaanza operation. Witchcraft wanachezeaka kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 14 mwezi wa Disemba. Ndio wanakamata mwezi ujao.
Nitawafundisha what happens na rituals zile zina happen na zile zimekuwa zikihappen kutoka tarehe 1 mpaka leo. Wamechange sasa gear, wameigia sasa to perfection, kushika kukamata aga, na hiyo tutaikamatua. Nataka kuna vijana hapa natakaga kutrain, kujeni hapa. Leta microphone. Najua kisimama hapa. Nataka kuhubiria hawa watu dakika 3. Preach. Praise God. Praise God again. I want to read a verse from Sauti. Revelation 3 verse 20. Microphone hiyo niyo Joru ni teno. So Revelation chapter 3 verse 20. Can someone read for me that verse? Revelation 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. Thank you. So that verse, this is Jesus saying that he's standing at the door and he's knocking. So when he says he wants to eat together with you, it symbolizes friendship and closeness. Okay, so for me this verse was, okay, it changed my way of thinking, because before coming to Christ, I used to see him as, I guess, let me say, I used to see him as the big boss and I myself as a servant. But now after reading this verse and encountering Christ, God actually wants closeness and friendship with me, and so that view of him as the big boss actually changed. So I could now see him as a friend or a father. Actually, God can be anything that you want him to be. He can be your friend, father. Yeah. So God wants us to have intimacy with him on a whole other level. Most of us only come to church on Sundays, and maybe we probably only speak to God on Sundays, but God wants you to invite him into every aspect of your life, every area of your life, and he wants to be involved with you intimately. So in everything that you do, invite God in, and in every activity you take part in, bring God into it. Yeah, he wants intimacy with you. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale hawanijui naitwa Mercy. Na mimi nitasoma Psalms 145 verses 18. The Lord is unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. Zaburi 145 mstari wa 18. Mungu anakuwa karibu na wale wote wanaomuita, wale wote wanaomuita kwa uaminifu. Kwa kweli ukimuita Mungu, if you are clean, na ukiwa msafi na ukiwa mwaminifu, kwa kweli atakusikia. Kutoka napeana kulingana na mimi, ninapomuita Mungu nikiwa mwaminifu kwake, kwa kweli huwa ananijibu. Sijai muuliza jibu akakosa kunijibu. Kwa hivyo pia nyinyi na waulizeni tu, mkuwe mwaminifu kwa Mungu, ndio maana naye mkimuita naye atawajibu.
Simbarikiwe sana. Si mnasikia wanajua kuhubiri. Ni venye wanahitaji push. They need what? And we have so many of you here. There is this gentleman hapa. Umepunguza baki. Siku hizi ni ngapi? Ni moja ama ni mbili? Imekata kabisa. Hata naona nywele umechanua. Wewe kuja. Wewe. Mpatie mic. Unaitwa nani? Shika hivi mic. Njoroge. Shika mic hivi. Yes. Unaitwa nani? You're a bit nervous. You ongeangi kwa public. So asalimie, ambie hi my bestie. Praise God. Praise God again. So my name is Evans Karanja Njoroge. I was here Tuesday last week for a midweek service. This is my first Sunday to be here. And I'm blessed to be here with you. Thank you. Thank you. Did you get saved? Yeah, I was born again that day. I came here Tuesday. Yes, Tuesday. Now I want to serve God. Yeah, now I want to serve God. Yes, you're welcome to serve God. Thank you. This man is a preacher. This man, watch him. Mutamuona kwa screens one day. Bwana Yesu asifiwe sana. I just want to grow watu. Ndio mfanya nini? Ndio wakue. Because tuko na branches, tumeanza kufungua branches. Tutakaa hapa sote. Hatutatoshea. We want to grow people, we want to grow branches tuende huko. Ndio na mimi hata nikitoka hapa nikienda mahali kwingine nawacha watu, najua kuna watu watahubiri, watu watafanya kazi mzuri ya Mungu. Si ndio? It is not supposed that I am the only one. Every Sunday ni mimi. Kuna siku nataka niko Nakuru, niko Thika, niko kule kwingine. Thika tumeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Thika is growing like bushfire. Hata nataka kutuma watu kadhaa kutoka hapa waende. Dorcas, I want you now to go to Thika. Uende uinue kitu inaitwa worship team. So from Sunday, don't come here. Upona ripoti Thika. Nataka kusikia kuna worship team huko kama hii ya hapa. Si ndio? Simupigieni Dorcas makofi. Yeah. Na kuna mama mwingine hapa amekuwa akinisumbua sana. Ukawe kuja wewe. Huyu. Najua mama amekuwa akisumbuliwa na ndoto. Migi. Amekuwa na ndoto anaota hivi. Kuna siku aliota akiwa kwagwa na pagusa mesa. Nikamwambia interpretation hiyo. Mara anatoroka, anaambiwa atoroke, anatoroka, shika microphone. Anatoroka, mara akienda kutoroka tena anarudishwa, tena anasema rudi kwa magomonaine ya barabara, tena anaenda, tena kitu kingine namwambia apostle ndio bwana yako, kitu kingine anakuja. Unajua hiyo ni when you uko na kitu ndani yako unachanganyikiago sana. You face a lot of challenges. Mulete huko bere na huko. You face a lot of challenges and you face a lot of confusions until you get somebody to interpret for you the correct line. Do you understand? Kuonekana kwangu ni ukipagusa does not mean umekuwa mke wangu. Umetumwa ukuje userve na mimi uniserve. Hallelujah. That is why uliota ukiwa kwangu ukiosha nyumba, uliota ukiwa kwangu ukitandika kitanda. Si ati ulimaanisha utalala kwa hiyo kitanda. Hapana, you are told kuosha nyumba, kutandika kitanda, kupagusa mesa ni service. Na sio kwangu sasa, ni kuonyeshwa umeonyeshwa kwangu, lakini umetumwa hapa, ukuje usavu hapa. That is the correct interpretation. Kwa wale wameota, wale tu wengine wameota, kuna wengine waliota wakiwa kwa chini ya bedroom yangu wakipagusa, ilikuwa na uchafu, ilikuwa panya ilikuwa imepeleka tumaugali huko chini. Kuna wengine waliota wakiosa vyombo, kuna wengine waliota kwangu kuna vitoto vingi, alafu akakuja akaanza kuwapatia chakula. Sasa yeye the primary interpretation utaona ni kama wewe ndio mama. Lakini the actual thing is that you are called to serve with me. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the actual. Na huyu alikuja na hiyo dream. Sio kuja na duka. Najua huyu mama tumesubuana na yeye sana kwa sababu alikuwa amestick
Mpaka saa hii leo ndiye amekuja kwa ofisi. Nimeona ameanza kupata ufunuo. Nikajua leo nitaongea na yeye. Siku hiyo nyingine nimekuwa nikimfukuza na muigino. Maana alikuwa mpaka kuna siku alikuja kwangu na bagi. Na akasimama hapo kwa gate na akasema as long as nimekanyagisha miguu hapa ni kwangu. So nikaona tutasubuana na yeye because hawezi aka understand what God is telling her. Na mimi sitaki kumpiga, maana naelewa what she's going through. Bwana asifiwe sana. So you live with her, unajua nikimjika kiroho kifurani ambacho you have to mentor. Na atakaa na hiyo ujinga mpaka Mungu mwenyewe amumente, amubadilishe, amuonyeshe this is the direction. Because kwenda kumchange, nilijaribu kumchange mara mbili. Akasema wewe apostle, nitotaraiwa Ngai ule arauga. Sasa nikaona sasa huyu atakosa kuona Mungu yangu kwa sababu ni ndaje gukararia ule Ngai arauga ni aramwirire ni mutumia. Na nilienda kumuonia you are sent to come and serve here. So nikimwambia wewe si bibi, nitamfukuza ataenda. Na akienda ataenda kukuliwa na maafisi na huko nje. So ni ukae na yeye ukimuonyesha unaweza kuwa bibi. Haleluya. Ukae na yeye ukimuonyesha nini? Ndio ateremuke chini. Oiro iteremuke nini? Chini. Ikiteremuka chini sasa umwambie direction. Leo asubuhi amekuja. For the first time nimemwentertain kwa ofisi yangu, nimemwambia aingie. Nilikuwa nimekataa kabisa. Galatia wakamaita megana. Since you came to this church, amejaribu kuingia kwa ofisi, nimeweka X. Baka akakuja kwangu amebeba bagi. Na inoka kwa komoshi. Nitaenda Seattle. Nitaenda Rogai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mtu mwingine ningemshabulia. Lakini nikajua bado there is something that God is communicating with her. It's only she is not able to interpret. Na ndio naona hii kanisa we live like that way. Nitakutolerate, lakini ukikuja tena na speed hapa kuna watu na tolerate tunaongea vizuri, kuna watu na gogaga. Unajua hivyo? Kuna watu who I hit and I hit you very hard until you understand. And kuna watu wengine na beberesa. Na kuna watu wengine na kuachilia tu ndio tuende safari. Baka utaenda ukifunini, ukiguolerio. The next minute you become a servant. Gaidia tu Ngai. Bwana asifiwe kanisa. Hallelujah. Kwa majina naitwa Hadasa. Hadasa alikuja na akaingia intercessory. Sasa akiwa kwenye intercessory alianza sasa kupidua maneno ndio iingie nini? Husband. Na mimi nataka kumpedua ndio iingie servant. Sasa kutoka leo uthika nitha wa Thika, muteithanie na pastor wa Thika. Wanyita udio gasabu kwa. Thank you. Si hivyo ndivyo mzuri. Good. Na kanisa iendelee. And we are happy to have that. On Sunday, Saturday, Friday, Saturday na Sunday, the coming weekend, tuko mahali kunaitwa wapi? Na Hadasa, kama kuna kitu ulikuwa umejifunganisha na mimi, nimekufungua. Hiyo ndoto ishe, I will pray for you, God will give you a husband. Na utapata kimwanaume kizuri. Na utaolewa and I will preside over your wedding. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuko mahali panaitwa Tasia. Tasia kuna sehemu inaitwa Harvest. Kuna kakiwaja kadogo tu hapo ndio tutaenda kufanya. Ni kwa nini nimechoose Tasia ama ni kwa nini tumefanya crusade this year na nilikuwa nimesema sifanyi. It is a transition ya kutoka tarehe moja hii tumekuwa na mafundisho. Tumekutana tarehe moja, tukaanza maombi ya tarehe moja, tukaanza kupigana na wachawi wa ndani. Sasa kule Tasia tutaenda kupigana na wachawi wa nini? Wa nje. Lazima tufunge ndani na tufunge nje. We seal the year 2026. It's all about sealing. Na siku ya Jumapili kutoka sasa tunaingia kwenye maombi. From today, kama unajua kuomba na kama sio lazima ujue kuomba na hii si kubebereswa, ni uombe. Mwezi huu ndio wana change destiny. Nikifundisha hapa utarealize venye tunasema. Mwezi huu ndio wana change destinies. Mwezi wa December ndio wanaiba destinies, ndio wanaiba future yako, ndio wanafanya ile vitu zote wanafanya. Kwa hivyo unisikilize kwa makini. Today is a specific teaching, specific for something targeted, witchcraft. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mwaka hii yote tumediri, tumepigana na witchcraft sana because last year hatukufanya vile tutafanya sasa. Hapo ndio tulinyang'anywa destiny yetu. Ndio unaona mwaka hii yote tumehangaika. Mara tunaleta tupasta tugine, tunakuja, tuna viatu tumeinua juu, tupasta tugine, tushetani, tunini, tunaleta watu, tunainua mtu, anafika mahali kumbe ni mtu ametumwa akiwa mchawi. Tumekuwa na hiyo issue ya Toro Daka de Hadisam which was not even there. Lakini sasa iliwekwa kwa mdomo yangu na kwa masikio yenu. Sasa kila kitu ukiangalia kama Ani pala kiniangalia anaona Toro Daka. Hata kuna siku Ani amekuja huko kwangu na amekaa wiki mzima. Baka nikaona ameanza kulegea amekaa vizuri ni kama amefika nikamwambia Ani tashoka kwa nyuta vie kwa nyu. Sikupenda kwake because hiyo spirit ambayo ilikuwa na operate ndani yetu, it was too much of witchcraft. Ukiangalia department zote kama media tumengangana na media for quite too long. Tumengangana na intercessory for quite too long. Tumengangana na praise and worship team for quite too long because there is a spirit. At the end of the day, mwezi wa 11, that is the time they hit us. Wali to hit. Wakatengeneza ka message. Ka message kalikuwa kama fulani, kalikuwa kamuchai, kalikuwa kamugaga, mliona tukikafanya deliverance hapa. Kalikuwa kamugaga. Tukakafanya deliverance. Lakini kumbe kalikuwa kametumwa specifically. Wachawi wanatumangwa. They come for a mission. Bwana Yesu asifiwe sana. And they are sent, they can be even sent from South Africa, wakuja tu hapa kanisa hii. They can be sent from Uganda, they can be sent from Tanzania. They are sent from all quarters. Wakuje wafanye job. Na akimaliza, maybe they are sent for one service, kama leo Sunday, they are sent for a week, they are sent for a month, they are sent for a year. Wakuje tukae na wao, wakuje wafix. So it is very important, maana last year tulikaragwa na hatukujua tumekaragwa. And by the way, last year hiyo sikuwa naelewa. Najua mimi nimeendelea kukua, I'm still growing. Nimekuwa nikikua pole kusoma hii maneno. Na nimekuwa sasa, si mnaona nimekuwa machua kidogo. Kidogo tu. Nimekuwa machua kidogo. Kwa hivyo sikuwa machua. We in this matter of spirit, it is growth. Lazima tukue. So as you grow, you learn new things. And as I've been growing, nimesoma vitu nyingi sana. Nimesoma, tumeenda milimani, tumeona mambo. So tumeenda milimani kule Mount Kenya, tumeona maneno. Tumeenda kila mahali, we have seen great things happening in our lives. And we have seen a lot of revelations. Vitu vimetendeka. I'm surprised venye vitu zimekuwa zikitendeka. Even in my life, nimekuwa so transformed. Na hedaka naangalia kama jana usiku nimekulala. Mnaona sijaramuka vizuri. Nilikuwa naangalia video za zamani na video za sasa. Nashangaa. Mimi ni huyu nilikuwa naongea hivi na ni mimi naongea hivi. Kumbe life is a transition. Kagwera, are you now stable? Kuja utusalimie sasa. Be strong. Praise God. Vile nimesema naitwa Frida from Meru. Nilijoin church online last year 2024 ikiisha. Kila kitu mnafanya na kuanga na nyinyi but online, so nilikuwa nataka nikuje physically. Tulifika jana so late, that's why kila kitu iko so messed up, but I thank God nimefika na tuko salama. Be blessed. Thank you. Welcome. Sasa aenda angalia mtoto ama wameenda kabisa. Haya, wako na gari? Sawa, tukagekidikirie kiugo tikana nao. Merema dione laini. Thank you. So I'm happy to be with you. I'm happy for this. Nataka to discuss a topic, a specific topic, targeted specifically because nataka to deal na these witches once and for all. Sema once. Leo tunadili na wao. Kama wewe ni mchawi, leo ni leo. Leo unaisha. Because we are starting a battle of 7 days from today. A battle of what? Tukirudi hapa Sunday, we will be different people. Tukirudi hapa Sunday, tutakuwa tumeweka seal. Tumefuga kila loophole ambao last year wametuchezea. Tumechezwa last year. Hii mwaka hii tunaenda kumaliza. Tumechezwa. Mimi nimechezwa mpaka nikainua mikono juu. Mpaka nikajua ya kweli. Haki, ukiugate we moge, think it twice.
Ile kusema kati wewe ni mjuaji hakuna kitu hujui. Think it wise. Sasa nilikorogwa nikakaa chini. Kuna siku moja nilikorogwa nikidrive gari. Nikienda kwangu nyumbani niligaa paki gari kado nikakalia kamawe. Nilikaa 2 hours mpaka watu wakakuja. Wananiona wakaenda. Watu wa matatu waliona yo wakienda. Wakarudi tena wakaniona. Mtu mmoja makaga kashuka kwa gari akakuja akaniuliza, "Is there any problem?" Nikamuuliza kwa nini? Nikaniambia tumeenda, tumebeba, tumekuja Nairobi, tumebeba tena tumepanda, tumekukuta hapa. Nikamuuliza hapana. Nikamwambia kichwa yako si mzuri. Nimekaa hapa dakika moja tu na kichwa inaniuma, nikamwambia tukae tu hapa. Sijakaa more than 2 minutes. Akaniambia tumeenda trip ya Nairobi na trip ya kurudi. Na sasa tunarudi ya 3. Na bado umekaa hapa. Polisi mwingine akakuja kana nikakuja kusimama hapo. Pia na wao wakakuja kujua Waroige ni nini anafanya wapi hapa. Wakaniuliza could be a problem. Nikamwambia ni gari imeoverheat. Because nikarealize hawawezi kuwa mad people. Hawa wakuje waniulize na hawa wakuje wajiulize. Kwa sababu mimi nakuaga na akili chap chap. Nikamwambia ni gari ili overheat. Nikasema ikuru kidogo alafu ndio niende. Wakaniambia umeita makanika. Nikamwambia makanika ako bali lakini ametuma mtu yake anakuja. Sasa ndio wakaondoka. Walipoondoka nikaingia gari nikarudi nyumbani. Nilikuwa nakuja hapa. Nikarudi nyumbani nikafuga nyumba nikalala. Kwa siku nikirealize negorokire. Bwana dima ni agosho. Ukikoja mtu mogoroki ati wane mogoroki ati mogoroki ni yule ametoa nguo. Hapana, hata huyu mzee unaweza kuona amevaa jacket hivi na ni mogoroki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumekuwa na wagoroki kwa hii nyumba wengi sana. This church 99% of members of this church hii mwaka yote tumekuwa wagoroki. For sure. Tumekuwa uliza Agnes atakwambia. Tukoleto tuliagoroki. Uliza Karoda kametoroka kamerudi. Kamereft kwa grupu, kamereft kamefanya vitu vyote, kameambia baka watu hiyo kanisa ni baya, ndio haka sasa. Hiyo kanisa kalisema ni baya, nimekaoda kwa kidasi. Leo mbona toshiokesho kaugeneke. Tutafute Dr. Frank Jega atuangalilie. Mudo last week ndarenda gutuona huyo. No uri aradasi goko. Ana wecirie niwe mwene goko. Sasa mtu huyo utamublame, utamuchukia, mupende tu. Hallelujah. Mupende tu. Maana that is a problem we have here. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tulienda mazishi Moro juzi hapa kwa baba ya yule pastor wa Thika. Huyu akaenda kusalimia ndugu yangu. Wale wote tulikuwa na wao wakasema ameenda kutafuta mwanaume. Na sasa mimi tulikuwa na yeye, tulikuwa na ndugu yangu na wakaform maombi, wakaform kikundi cha watu 4. Maombi ya kukemea hiyo pepo katika jina la Yesu. Sasa unakemea lipepo halipo. Sasa ukaligwa what is this? This is wakati nimekuwa nikiomba maombi nikauliza Mungu nipatie message ya hii kitu maana aliniambia deal with witchcraft. Sasa ndio alinirewind akanirudisha kwa kila event ilifanyika month after month, week after week. Akaniambia unakumbuka ile event ilifanyika mahali fulani ni witchcraft. Nikaenda unakumbuka ile event ilifanyika mahali fulani ni witchcraft. Unakumbuka ile kuna siku Dorcas huyu amepigwa pale kwa ile kaofisi mpaka wakaganga akina Koki akina nani akina huyu Joeli wakagang watoe kamama kale ati kwa sababu ni kamama kabaya. Kuna siku nilimwambia unajua ukiambia mtu kipatia mtu kifuguo ana follow instruction. Nilikuwa nimemwambia hapa kanisa kusilale mtu. Maana nilijua kuna watu 3 walikuwa nakuja kuweka vidito hapa. Nikamwambia siku hiyo na hao kina Koki na kina Joeli walikuwa na crusade pale TRM. Bwana Yesu asifiwe sana. Waza wakakuja gari ikachelewa. Joel mwenyewe amewaacha watu warafiki zake 2 wameenda. Yeye hataki kufanya kazi, akawaacha wafanyikazi wakifanya. Sasa walipofika hapa wakakuja, wakasema sasa hawawezi kuoku mpaka Karen, walale hapa. Sasa Dorcas, mnajua Dorcas? Wangapi wanajua Dorcas? Inua mkono wale wanajua Dorcas. Inua mkono wale wanajua Dorcas vizuri. Wale wamekutana na yeye face to face kama ana execute orders. Wakakutana na Dorcas. Muga kaile. Muga. Sasa aliwaambia I stand my ground. Apostle alisema hakuna mtu analala hapa. Na ikakuwa hivyo. Na ikakuwa namna gani? Apostle naye simu yake ilikuwa imezimwa. Sasa Hawa na
ako kapasta kamukora kalikuwa hapa. Kakaanza kwa sababu kapasta ako kakapata mahali ya kupigia huyu. Kwa sababu target ilikuwa huyu. Target ilikuwa atoke kwa ofisi. Maana ako kapasta kalikuwa kamefaulu kutoa David. Kametoa David, kamepeleka David Kitegera. Sasa kakurudi hivi nikajua mchoro ya huyu pastor pale anaigiria nataka nini? Kale ka ofisi. Immediately haraka nikaweka Dorcas. Kaambia chuga ofisi. Na nikamwambia, najua Dorcas Mumeru wale wa huko Tegania. Wale wanafurugia, wale wanakadia kama mtu ndemera mundu ucio, yani mukate uulisage baadaye ni kwa nini alikuwa amefanya nini. Ashakata kichwa iko chini, sasa ndio mnaulisana alifanya nini? Kama kichwa iko nini? So nilipomweka pale akakaa strictly na akakaa strong. Na hapa ndio tulimaliza TDH. Si ndio? Si mnakumbuka hiyo ndio kulikuwa na TDH wengi, Matoro Dakade hasa wengi. Kanisa msime ilikuwa imejaa. Kama hapa katikati ni wanawake wote wamezungumziwa na Mungu mmoja, ati ni bibi zangu. Sasa unaona hawa wote ni mabibi zangu. Wewe ulizungumziwa, mimi ni bwana yako, huyu alizungumziwa. Paka unashangaa, kwani huyu Mungu hanaka plani? Hajielewi? Maana kuna moja niliuliza, huyu Mungu kwani hajielewi? Kama wewe ni bibi, nikamwambia hata fulani alimetoka. Unaona hiyo ametoka na hivyo. Ametoka kuniambia Mungu alimsugumusia. Si hata Hadasa tulikuwa naye alikuwa amezungumziwa. Si hata huyu tulikuwa naye amezungumziwa. Huyo Charity alikuwa amezungumziwa. Agnes alikuwa amezungumziwa. Ani alikuwa amezungumziwa. Unaona wote hapa tulikuwa tumezungumziwa, hata huyu alikuwa amezungumziwa. Wewe ulikuwa umesugumsiwa. Watu tulikuwa tumesugumsiwa. Tulikuwa tumesugumsiwa wengi. Bwana Yesu, sasa unashangaa mpaka unauliza Mungu, are you confused? Ama are you bewitched? Because ni kama huyu Mungu alikuwa amerogwa. Maana itakuaje watu 100? Ametuma watu 100 to one person. Ama ninaenda kukatwa to piece. Kila mtu achukue kapade, mwingine achukue kamuguu, mwingine achukue kamuguu. That is when the confusion is in the church. But si kupenda kwao. You can't hate them. You can't. But the confusion that was planted tarehe 1 December ya last year baka tarehe 14 ndio ilitutongoza hiyo siku yote baka leo. Baka leo ndio tumekuja kugundua mahali shetani alikuwa ametuweka. Ndio umekuja kujua hawa watu hawakuwa wabaya, walikuwa tu wameplantiwa kitu kiliingia. Shetani aliingia tu, maana the witchcraft that was programmed was witchcraft of immorality in this church. Bwana Yesu asifiwe sana. The sexual immorality, the whatever immorality, whatever it is, na tumekapitia. Kamekuwa kagumu. Kanisa imekuwa gumu. Kanisa imekuwa ni vita. Kanisa imekuwa ni nini? Baka saa hii ndio tumekuja kujua. So you can get into a trouble na uendelee kuface the troubles. Hiyo kazi yako, hiyo marriage yako, hiyo position yako, you are facing challenge after challenge. Not because you deserve the challenge, lakini kuna kitu kiliprogramiwa ndani yako na kimekukula. Na by the time you come to realize hiyo kitu venye kimekukula, you are already finished. Miaka imeenda. Ndio naona hapa, naona wazee hapa. The reason I normally invite hawa wazee, kwa sababu naonaka wazee wengine hapa ni my evangelist, wengine ni mapasta, wengine ni maprofet, lakini wameshugushwa na dunia, wako ite sasa ndio wameanza kurealize nie no huje. Kuna mzee mwingine aliniambia ona nini koja ohikorera kanitha ndenda kuhujia leo na hana meno. Sasa nikamuuliza ni meno tutaweka kwanza ama ni kanisa tutafungua? Kwa sababu nikamuuliza iko nini, si ukihubiri ukiwa kijana? Akaniambia mimi anasa, mimi na wasichana tulikuwa hivi, hatukuachana. Kumbe destiny yake iliibiwa, akakuwa diverted. Destiny yake iligonywa kidogo tu. They need only to twist a little bit and you are finished. You move hapa, utazunguka dunia hii, utazunguka. Sio na huyu anataka kukuja Kenya ndio abarikiwe. Ugonjwa inamstrikia kule ni Frankfurt ama ni wapi? Chromix iko inamgogea huko anakuja na confusion, lakini Mungu na yeye ni nani? Make sure amefikisha, amekanyagisha miguu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the plan of God in your life. This is what he wants with you. So don't worry what has been happening in your life. It has happened because somebody somewhere programmed your life into the negative
side. And today we are going to undo. Hallelujah. Leo tunaenda kubadilisha whatever they said about you, whatever they programmed you, kile kitu waliweka ndani yako, ndio tunaenda kureverse. Na tukireverse kutoka leo, utaona ile mlipuko itakuwa Kenya hii. Tena wachawi hawatatukamata tena. Wachawi hawataturoga. Wachawi hawatakamata destiny yako. Wachawi hawatakamata ndoa yako. Hawatakamata biashara yako. Hawatakamata familia yako. Because you are free. Mwambie mwenzako I'm free. In the mighty name of Jesus Christ. Now nataka to discuss what are the rituals ambazo zinafanyikaka December. Kwanza kabisa tusome kitabu cha Job. Ayubu chapter number 1 kutoka verse 1. Tuwekee Kiswahili and ndio wamama waweze kuelewa what we are talking about. Kwa hivyo crusade tunaenda Tasia on Friday, Saturday na Sunday. We are going to perform an altar there. Tunaenda kuinua madhabahu ya December, madhabahu ya mwaka ujayo, mpaka tubadilishe injili yetu ikae vizuri. Wale walikuwa kesha, you saw how powerful it was, and we were able to reverse so many things. Hallelujah. We were able to fight the devil. Na tuka understand, how do you know ati shetani umerogwa, mrogi amekusalimia? How do you know? Unajuanaje ukiface mtu huyu ni mrogi? Unamjuaje? Tulisoma Friday usiku. Kama ulipitwa, enda waangalie kwa YouTube yetu Bethel Clouds TV. Enda waangalie, usikilize vizuri, uandike notes after notes. Hata mimi nilienda nyumbani kuandika notes. Maana siku hiyo ilikuwa nakuwa downloaded from heaven, directly from heaven. Si hata mimi sikuwa naelewa hizi vitu vinanifanyikiaga. Ndio nimeanalyze nikaona kweli nilirogwa. Haki nilikuwa nilirogwa. Baka nikajihurumia. Gutiri mundu wanyu no mwonire ndi muroge. Nyothe gutire mundu no mwanire akiona ndi korogwo ndogeto. Mutionire uwe ntondo na nyumuri aroge. Twarogirwa hamwe tulirogwa pamoja sisi so kanisa ikakuwa confused, but now we have rectified. Kitabu Ayubu nani and please quickly. Ayubu ni Job chapter 1. Palikuwa na mtu mmoja nchini Usi aitwaye Yobu. Mtu huyo alikuwa mwema na mnyofu na mtu mcha Mungu na mwenye kuepukana na uovu. Hallelujah. Ati mwenye nini? Kuepukana na nini? Kwa hivyo ni mtu alikuwa mnyofu, mtu mzuri, mtu ambaye hana lawama mbele za Mungu, lakini aligogwa. Hallelujah. Lakini alifanya nini? Aligogwa. Alikuwa mtu mzuri, alikuwa mtu mnyofu, alikuwa mtu mtakatifu, alikuwa mtu ambaye alimpenda Mungu, mtu ambaye aliepukana na uovu wowote, hakufanya dhambi hata kama moja. Si kama Waruige amefanya dhambi. Huyu alikuwa mtu msafi mpaka Mungu inamtabua. Lakini aligogwa, hakugogwa. Aligogewa watoto, akagogewa mpaka mke, akagogewa mpaka ng'ombe, mabuzi zote ziligogwa. Kwa hivyo kukua msafi, kukua clean does not mean that you are immune. Wakiamua kukugoga watakugoga. Huyu mpaka shetani mwenyewe, si wachawi, hakutuma watu wa mkono. Shetani mwenyewe alienda kwa Mungu akamwambia hiki kijamaa kinakuabudu kwa sababu ya mali. Kinakuabudu kwa sababu mkifanya tajiri. Tuachilie, tuhuenegere, tuhinye hanini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akamwambia nendeni mfinye, msiguse moyo. Nendeni mfinye. Muone huyu jamaa hawezi kugeuka. Tuendelee verse 2. Hii inasema namna gani? Yobu alikuwa na watoto 7 wa kiume na 3 wa kike. Kwa hivyo ni mtu alikuwa ni baba, na alikuwa na watoto wengi lakini imemshida kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende verse 3. Alikuwa baba. Verse 3. Alikuwa na kondoo 7,000. Huyo ni maskini? Alikuwa na ngamia 3,000. Ni maskini? Alikuwa na jozi 500. Ni maskini? Alikuwa na punda majike 500. Ni maskini? Na watumishi wengi sana. Ni maskini? Yeye alikuwa mashuhuri kuliko watu wote huko mashariki. He was a rich man, a popular man, a very strong man. But still alivinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. But still alifanya nini? Alivinywa. Kwa hivyo hii kitu ya kuvinywa haitabui wewe ni nani. Haitabui kama wewe ni archbishop,
wewe ni prophet, wewe ni nani, ikikuamulia kukufinya, kama haukuelewa kutegua hii mitego yao, utafinywa. Haleluya. Kama venye Dora amefinywa. Dora amefinywa. Ukisikia Dora akisema amefinywa, amefinywa. Haleluya. Teko Dora maitho madha ulifinywa wapi? Hatukuona ukifinywa. Nilifinywa huko kidani ndani. Nekula deo magia takatore. Nilifinywa huko ndani ndani. Waliniwekelea kila aina ya maneno. Waliniwekelea kila kitu. Na wale walifanya hiyo kazi yote ni marafiki wangu wa hapa. Wale tunakulaga na wao. You can imagine. 20 verse 4. Sasa mimi napiga story niweke verse 4 na wao na mara kwa mara wanaye Yobu walifanya karamu nyumbani. Kwa kila mmoja wao kwa zamu waliwaalika dada zao kula na kunywa pamoja na wao. Yaani walikuwa wanafanya kitu inaitwa pate. Walifanya pate after pate. Na ndio tunaelekea sasa. Kufanya December pate after pate. Na zimeanza sasa. Makodoo zimeanza kusikia uoga. Makuku saizi zimeanza kulialia ovyo ovyo. Hata kuna wengine wameanza kukojeka maana wanajua anytime judgment ya death iko karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukokole unigosheje gakoro haraka hurutoki. Unakuta inafanya hivi. Imefanya gigo imeangalia hivi kwa sababu inajua anytime the knife is coming. Wakisikia techale tena yaroka ate maigwa ena how get in, unasikia kuku inaanza kulia kwa sababu inajua anytime when a visitor is coming one of us will die. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila baada ya karamu Yobu aliwaita wanawe, kila nini ya karamu, kila baada, every time after they have finished party after party aliwaita. Aliwachananga nao waende party after party. Wanazunguka wanafanya party, wanaenda kwa John wanafanya party, wanaenda kwa Karaoke wanafanya party, wanaenda kwa Mwagi party, wanaenda kwa Kalis party, wanaenda kwa nani, wanaenda kwa Muthede party, wanafanya party zote wanafanya na madada zao. Kisha wakimaliza anawaita. Aliwaita wanawe ili awatakaze. The king underline that. Aliwaita ndio afanye nini? Awatakaze. Hiyo ndio kazi wa mababa kama hawa walikuwa wanafanyaga zamani. Baada ya any festivity walikuwa wanatuita, wanatutakaza, wanatubariki, wanatuambia sasa mubarikiwe, mwaka huu inakuja mubarikiwe. Lakini sasa wazee kama hawa waulize, niliwe ciana ciakue, ni siku gani uliita mtoto wako? Ni siku gani ulibarikiwa mtoto wako? Ni siku gani uliitania mtoto wako biguni umubariki, abarikiwe aenda? Huyu mzee alikuwa anawaita. Kumbuka huyu si mzee hivi, ni mzee tajiri, si maskini, alikuwa mpaka na wafanyikazi, lakini alikuwa anaita watoto kujeni. Walikuwa nawaita kwa nini? Ili awatakaze. Aliamuka asubuhi na mapema baada ya karamu, akatoa tambiko za kuteketezwa kwa ajili ya kila mmoja wao, kwani aliwaza huenda wanangu wametenda dhambi na kumtukana Mungu mioyoni mwao. Si ati walifanya ngono, si ati walipigana vita, si ati waliiba kitu ya mtu, ili yani na Kiswahili ni kusemaje? Inawezekana hawa katika pate after pate walimtukana Mungu kimoyo moyo, si kiswa sauti, kimoyo moyo. Hofu yake ni hiyo. Hakuwa na hofu nyingine, hofu yake ni hiyo. Check. Mniletee mic. Basi ikatokea siku moja malaika wa Mungu. Ngoja turudishe hapo hiyo nyingine kwanza. Hiyo ya mbele, hiyo tulikuwa kabla sijakuwa itirabu. 5 please. Nipatie 5. Kila baada ya karamu Yobu aliwaita wanawe ili awafanye nini? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na hofu. Kwa sababu alijua watoto wake ni wazuri. Alijua amewalea vizuri. Alijua hawa watoto wake
maneno machafu chafu kama apostle. Alijua hawa watoto wake ni watoto wanao msimamo mzuri, maana amewalea vizuri, amewatunza vizuri, amewaweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuwa na hofu. Wanaweza kosa hawakutukanana, wanaweza kuwa hawakuongea vibaya, wanaweza kuwa hawakufanya jambo lolote baya, lakini wanaweza kuwa walikasirisha Mungu ama walitukana Mungu kimoyo. Huko ndani kimoyo venye unafikaga mahali umefika kwa kona fulani, unauliza kagaye agethireko. Yaani kwani kuna kuaga na Mungu? Napitia haya yote napitia, Mungu anakuaga kweli? Wachawi wanatafutaga a leak where they can be able to penetrate. The demonic process zinatafutaga ni kajia gani tunaweza kupenya, maana wewe ni musafi, wewe ni clean, wewe ni mwokovu, ni mlokole, umeokoka hata kwa Yesu mwenyewe. Unakaaga biguni unakuja asubuhi, kumaanisha hauna mambo, unaka uchafu. But could there be something that you thought kupitia kwa moyo wako ukaona, ukauliza Mungu kaiga hiyo yageturaga ku? Huyu Mungu mwenye asikiagi, kwani Mungu anasikiaga akifanya nini? Hivi nimepitia hivi, venye nimeteseka hivi, venye nimekubana na hii, venye hii maneno yote imenifanyikia, hii maneno yote nimeenda kanisani, pastor apostle ametuambia tutoe sacrifice, tukatoa, fungu la 10 nimetoa, pesa zote nimetoa, karibu nitoe mimi hata karibu nikate mguu nipatiane kanisani, nimetoa kila kitu, lakini nothing is happening. Hello. Hiyo sasa ndio kuongeleza Mungu vibaya. Hiyo kama ni wangapi wamefika hiyo hali ya hapa kuku? Ushailament. Anyone that amewahi kulament kusema kaga hiyo agethireko, huyu Mungu mbona anisikii? Inua mkono. Mimi najua ni nyote, kila mtu hapa najua you have reached up, ulifika mahali paka ukajiuliza kaga hiyo agethireko. Gayo no akoraga kuo. Umehama kanisa moja ukaenda kanisa ingine, umeenda kwa warigi ukaambia kwa warigi ndio Mungu anasikikaga, unakuta huko hata Mungu akusikii na hataki kusikia sauti zako. Unatoka hapo unaenda kwa Manyuru, unafika kwa Manyuru unaambia oraro, unaanguka chini na utoka kwenda matope. Unatoka huko bure, unateremka kwa komada hapa chini. Liana wende. Ora baba. Ora kaka. Ora da. Unalia na unaenda, unakuta hakuna Mungu anakusugumulisia. Unaenda kwa baba yetu pale huko chini. Mungu anaenda kukubariki na mambo yako yataenda kubadilika sasa. Vile mimi naangalia na mimi naona hiyo shetani imekuwa ikikufuata, inaenda kuangamia. Kayogo niko wokere. Unatoka huko hakuna kitu. Unatembea kwa Moiro. Unaenda kwa Moiro unakuta amechota gari msima, trailer msima ya mchaga ya red. Anakuchotea kijiko kibeba. Unaenda bariki shamba yako. Unatoka huko zero, unateremka Mavueni kwa Ezekiel. Unaenda huko unapatiwa maji na hadi kachivu, nothing is happening. Baka unafika mahali unauliza kwani huyu Mungu anakuaga wapi? Tulia, huyu Mungu yupo. Huyu mtu anaitwa Ayubu alijua God is still there despite the challenges that you are going through, despite the difficulties, licha ya misukosuko katika maisha yako, despite the fight maana wamekupiga. Hata mimi kuna wakati katikati ya mwaka huu nilifika mahali nikaona wacha sasa nisarende. It was too far, too path. Ilikuwa baya, ilikuwa gumu saa hiyo ndio tumepata shida. Mama yangu amekufa, nilikuwa nimempeleka mpaka ICU, hakuna hospitali sijapeleka mama yangu, nimempeleka mpaka Germany na mimi naombea watu hapa. Unajua hiyo aibu? Unaona hiyo aibu? Mama yangu nilimpeleka mpaka Germany, nikampeleka mpaka UK, nikampeleka mpaka South Africa, nikampeleka hapa Kenya, hakuna hospitali hapa. Mahali sikupeleka NAR. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio natakasa siku ya Wednesday watu wakuja waombewe wapone. Lakini sikuleta mama yangu hapa nimuombee apone. Nilikuwa nataka kuombea raia, lakini si mama yangu. Mama yangu nilikuwa nangangana na madaktari. You can see that pain. You can see that embarrassment. That mama yangu wako hospitali, lakini mimi nimeita nyinyi mkuja niwaombee. Sasa what is the logic there? Mumura nyedete inywe ndiramwira muke muhoyo kaitebete kaitamwedete yani, is it making sense? The mother that you love so much is in the hospital, and the people you don't, they are not even your brothers and sisters. Ndio na connect na Mungu. Ati Mungu ati ukikuja hapa nikiinua mkono hivi mtapona. Sasa hiyo na wakoniwizi na mama yangu sasa hiyo ako kwa ICU.
Badala mimi niende kwa hiyo ICU niseme mama, hello, in the mighty name of Jesus, pona na amuke na atebe. I did not do that because I could not be able. Tulikuwa naenda na sense azinakaa hivi na kwa kado, naona mama yangu bigu inaniambia mama anaenda. Sasa na mimi najaribu kusema mama atapona, haponi. Nikitoka kidogo hivi tukagurumisha gari kuteremka hivi, tukaambia mama ameenda. Sasa nikashindwa kukakwera ndo agai ate nitakuja kuambia kanisa nilifanya nini. Maana watu walikuwa wananipigia simu hapa ati mtoto wangu nikukufa na kufa. Nasema nikiwa hapa kuna mtoto alikuwa nimekufa kabisa pale Kenyatta, mama yake akakuja hapa tukaomba, mtoto akarudi akadebia kamefufuka tena. Sasa na saa hiyo mama yangu ako wapi? Sikuweza kuambia mama yangu afufuke, lakini ninaambia raia wengine wafanya nini. You can see now the situation that I was in. The situation are so difficult. Sasa hiyo ndio naenda Uingereza kwenda pale Stonehenge, kwenda kubomoa madhabahu Stonehenge. Na niko kwa kameme, niko kwa TV nikisema madhabahu ya dunia ibomoke, lakini madhabahu ya kwetu nikashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si madhabahu ya kwetu sikuweza. Nikaenda Germany ndio kuna kuaga na ile the demonic altars, the main demonic altars that rule the world. Ziko Germany. Freemason wote wako Germany, wako Berlin, wako pale Lufthansa, wako Lufthansa, Luxembourg. Luxembourg. Yeah? Luxembourg, pamoja na Hamburg, pamoja na kule kuna itangwa hiyo jina imepotea kidogo, lakini huko ndio sasa kuna the main. Kule ulisikia kudifanywa the Berlin Conference, mahali Afrika ilikatakatwa ikagawanywa, hapo ndio walipaga na wakafanya mambo yote. Nikatoka hapo nikaenda mpaka wapi? Nikaenda kwa Freemason kule UK, pale panaitwa Readings. Nikaenda huko mahali Freemason ilianzia, tukavuja hiyo madhabahu. Kenya mkasikia ya Kenya imefugwa, silifugwa, lakini nilishindwa kufuga ya mama yangu. Sikuweza kuzuia mama yangu aende. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the irony. You see, kila baada ya karamu Yobu aliwaita wanawe ili awatakaze. Aliamuka asubuhi na mapema baada ya karamu, akatoa tambiko za kuteketezwa kwa ajili ya kila mmoja wao, kwani aliwaza huenda wanangu wametenda dhambi na kumtukana Mungu moyoni mwao. Alijua my children they cannot be physical. Alijua watoto wangu hawawezi kuwa wanatukanana, hawana tabia baya, si kama watu wa sinagogi, ni watu wazuri, ni watu clean. Lakini kuna kitu kimoja alihofia, wanaweza kuwa hakuchinja, hakuinua madhabahu, hakuinua matabiko kwa sababu wamefanya, alifanya in suspicion. Could they? Wanaweza kosea Mungu. Because Ayubu alitaka kuishi maisha clean. Hakutaka ahusishwe na dhambi yoyote, iwe ni yake ama ya mtoto, iwe ni ya familia ama ya mke. Hakutaka. Ndio kwa maana aliinua dhabihu. Wakitoka hiyo hape zao, aliwachinjia busi. Na akachinja busi na akafanya sadaka ya kuteketezwa. Kisha akawabariki na akawatenganisha na anything that could cause the challenges they have. Anything that could cause the problem. Akawatenganisha. Wanaweza kuwa waliongea, wanaweza kuwa walisema, wanaweza kuwa walisimama, wanaweza kuwa waliabiana vitu vibaya. Wanaweza. Hakufanya on basis ya kujua, ni suspicion. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 6 please. Akamwambia hivi, basi ikatokea siku moja malaika wa Mungu walikwenda kukutana mbele yake Mwenyezi Mungu, naye shetani akajitokeza pia pamoja nao. Malaika wa Mungu alikuwa ameenda kutembea, naye shetani akakuja. Mungu akamuuliza, umetoka wapi wewe? Akamwambia ni maraundi tu, nimetoka kupiga maraundi. Sasa na imagine sasa shetani akiangalia Mungu, najua shetani ni wale watu wa kulikalika, wale wanatembea hivi. Nimetia maraundi tu, nimeona gogo na alikuwa anaongea na accent ya Nyeri. Nimetia na gogo no raundi kidogo, nyumoko hula raundi kidogo. Vazi ya 7 tunasoma vazi ya 7 hapo. Mwenyezi Mungu akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Naye shetani akamjibu Mwenyezi Mungu, nimetoka kutembea na kuzunguka duniani. Nimetoka kutembea na kuzunguka. Haleluya.
alikuwa akitembea akitafuta kufanya nini? Akitafuta mawindo. Alikuwa kwenye mawindo, alikuwa akitembea kuangalia maajenti wake wachawi na waganga wamefanya kazi. Sasa hii huu ndio mwezi ameanza kutembea, ameanza kuzunguka akitafuta. Ana hii ndio wana fix deal ya next year. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka tarehe 1 ya Disemba mpaka tarehe 14 ya Disemba ndio wanga wana fix arrangement ya next year. Kwa hivyo wale wanakuja kuruka hapa mwaka, ati tumekuja kuruka mwaka, ndio hapo tunakuja kufanya declaration ati mwaka huu nitafanya kazi, mwaka huu nitafanya biashara, mwaka huu nitaolewa, mwaka huu lazima nitafute kitolo dark and handsome, mwaka huu itafanyika. That is wastage of time. Kuruka mwaka inakuwa sherehe. Fixing ni kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 14 ya Disemba ndio una fix. This is the time we fix. This is the time you unlock and lock. This is the time that all that you want saidi unaiweka na unaiinulia dhabihu. Ndio wachawi wakifanya, maana wao wachawi saidi wameanza. Walianza tarehe 1 kufix maneno. Tarehe 7 ikifika tarehe 7 ndio wanaendaga full boss. Hawazo wanaendaga kugoga wakifuga. Sasa wako na makafuri kama wale wanaitwa. Ushaikutana na maajenti wale wanafuga manyumba kule Dadora. Wanakuwa wamebeba makufuri mpaka imefika huko. Anaendaga tu akiangalia ni nyumba gani ijafugo. Sasa ndio wanafuga. Maroho yote wagaga kama sasa hivi naona wachawi 6 wako kwa hii nyumba. Wako hapa wamekuja kuhakikisha hatutafanya ngo. You are late. You are late. Umechelewa. Wewe enda tu ingia hapa kwa Manyuru hapa mbele, ama ingia hapo Kristo hapo chini. Labda hawa hawajielewi. Sisi tulijua na tukajipaga kutoka tarehe 1 wachawi. Kutoka tarehe 1 we have been in the operation. We have scattered your plans. Hallelujah. We have destroyed your plans. We have destroyed your command points. Sasa tunaenda tukibomoa zile pillars zao, command points zao, command stations zao, pillars zao, satellite zao. Tunaenda tukibomoa. Kamata hiyo anga yao sasa. Kamata anga yao. Kamata wachawi. Kamata satellite zao. Kamata communication zao. Kamata radar zao zote zikamate. Yes. Tumezinasa. Tulizishika. Sema tulishika. Kama umetumwa ukuje leo, you are late. Wabie kazi yako. Sasa unajua ubaya watakuua. Mchawi asipofanya kazi anauagwa. Kwa sababu kuna kamshahara alikuwa ametolewa. Hallelujah. If you feel, wacha sasa niwaambie siri ni nini? If you are able to feel strange happenings in your life, ujue wamekuadama. Kama kuna vitu vinafanyika katika maisha yako kwa wakati huu, kuna vitu vinafanyika, watoto wameletwa ni wagonjwa, unasikia kama sasa tunaona huyu mama mtoto amekuja amelia, nini imefanya? There are strange happenings because kule Meru kuna kitu wameset na wanataka kukamata because they want to finish the plan they started. Lakini kutoka leo, maana umekanyagisha hapa miguu, Mungu amenullify any plan they had against your life. They may nullify anything. Any evil plan against you has been destroyed. No weapon fashioned against you that will prosper. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ndio nasema if you find strange things kama hiyo, sasa hiyo ndio unakuta bwana yako mnaanza kukosana, ama unasikia unataka kutoroka, ama unasikia hutaki kutoroka, unasikia unaki nini, kuna vitu unasikia kwa biashara yako ni kama hutaki kwenda kazini, unasikia kuchoka, unasikia hutaki, na unaanza kuota doto baya. Ujue something has happened to your life. It is the time to rectify. Sasa hii kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 7 mpaka tarehe 14 ndio time uta rectify hiyo kila kitu. Hiyo kitu imekuwa ikikusubua, hiyo kitu maono, hiyo ndoto baya umekuwa ukidream ukirudi Geshagi wamekurudisha. Kama umedream ukirudi huko Geshagi, umejiona kwa shule ya primary washakurudisha. Kama umedream ukiona bagi yako imepotea, pesa yako imeenda. Kama umedream umeenda umekuta mahali ulikuwa unaingia kwa ofisi, umejikuta kwa ofisi nyingine, ni makosha ya jana ile destiny. That is why you are in the wrong office. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio hapo unajua this is the month they are trying to fix these things, kuconnect na kuharibu na kushikanisha na kubomoa na kujega na kuweka masatellite mpya na kucontrol. And then this is the time unasikia kitu, unasikia kisugusugu, unasikia ni kama kuna kitu kinakunyonya hapa. Ushaisikia kuna kitu kinakunyonya hapa, ama ukikaa hivi ukiinama hivi unasikia ni kama macho yako inatoka, unasikia kama kila kitu wamekuconnect na straw wanakunyonya.
wananyonya akili zako zote, wananyonya kila kitu. Sasa ndio wako connect na satellite yao, so you will not be operating with your mind, utakuwa ukioperate na mind yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta ulikuwa unafanya biashara vizuri, ulikuwa unafanya kila kitu mzuri, what happened with my business? Unafanya hesabu unasahau. Mnapaka na mtu kitu unasahau. Mnapaka mlikuwa mkutane mahali umesahau. Unafanya kila kitu unasahau because they already exchanged your brain, walitoa wakaweka makogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachawi wanajua kuuba, wanauba. Kama ni makogo, wanaleta makogo pamoja hivi, zile digi za makogo wanaziuba, si hata brain inakaa kama makogo. Sasa hiyo wanatoa brain yako, wanakuweka makogo ndani. Sasa utakuwa ukikaa hivi unajiuliza gwenda kukuga atia, itadirikania kukwera atia. Ushaifika hiyo situation? Mlikuwa mnapiga story alafu umesahau gwenda kukuga atia because ni makogo iko kwa kichwa yako. Brain yako inatumika na mtu mwingine. Mimi nilifanywa hivyo na watu hawa wa YouTube, marafiki zangu walinifanya hivyo. Nikaribu kwa sababu kila mtu alikuwa ananisifia, uko na wina deep revelation, deep. Ukiona wameanza kukusifia ati revelation yako ni deep, ni deep. Baka mwingine anakuja kusalimia, uko na deep revelation. Mimi sijawahi kuona dunia hii, you are the only one. Wewe after 1 month nilikuwa najaribu kukumbuka mpaka kwenda kwangu na sahau. Kuna siku nilipotea kwangu, nikauliza, niko kwangu gate ndio ile, nikauliza mtu, kwa Waruige ni wapi? Mpaka mjamaa akaniangalia akaniuliza, are you not the Waruige? Nikamwambia kwa Waruige ni wapi? Akaniambia si huko ndio kwako. Ni hapa. Kumbe washachukua, waliniweka makogo kwa kichwa. Nilingangana mpaka nikatoa hiyo makogo. Na kutoa hiyo makogo, you will struggle. Utatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda unapata wewe uko na akili mingi, akili yako ni mingi mpaka watu wanakuadmire of what you do. But ukifika kazini, ukitoka nyumbani akili na mawazo ni mingi, plani ni mingi, kila kitu ni mingi. Ukifika kazini unasahau kila kitu, unajikuta haukumbuki anything, haukumbuki mpaka ile mipango ulikuwa umepaga mizuri, vitu ulikuwa umepaga mzuri, kila kitu idea mzuri venye utaenda kuomoka mpaka unasema ninaomoka leo. Ukifika mahali unaenda ku-execute the plan, nothing works, ina evaporate. Ushapaka unajenga ploti na umekusanya tu pesa tu yote na jenga ploti, uko na milioni yako 2 ya kujenga ploti. Siku ya kutaka kuanza kujenga ploti, unaanza una idea ya cryptocurrency inakuja. Unasema wacha niwekelee hii milioni 1 ndio nitafute mpaka ya kumaliza nyumba. Kwenda kabisa, kumbe saa hiyo ndio zilikuwa zinatobokelea. Unatobokelea vitu zako zote. Sasa ikitobokelea hiyo milioni 1 unasema leo ule nikejabe jikie shigewera ine. Nikaenda shikenda likabe. Kulikaba kuweka kwa kazi unasikia zimeenda. Ukilikaba hii imeenda, ukiweka hii imeenda. Kakazi kanaenda na tupesa tuote tunaenda. Pesa wakati itabikisha kwa kaudi 1,100. Ideas zinarudi za kujenga. Zinakuja tamu. Mpaka unaona ukifanya interior unafanya kama zile nyumba za Mexico. Mpaka karibu uite ile Kumubagia. Wakuja waaktie huko. Ile nyumba utatengeneza. Kumubagia watakuja kuchezea huko. Only after umebakisha 100,000 out of the 10 million you were given. That is when the ideas come. Hapo ndio unakutaka idea za kununua shares za Safaricom. Hapo ndio ideas zinakuja, ideas za kununua electricity inaitwa KPLC. Sasa unasikia mashares ndio zimeanza kuuzwa. Na sasa hiyo ndio unaona hii 100 sasa nitakawanya. Unasikia share moja tu ni hiyo 100,000, unakufa moyo. Unasema Kenya bedeheresha na tukuru fees. Hiyo tu pesa tu wote tunaenda. Kwa sababu the witches walisema hautajenga. Na wewe haukuelewa, walisema hautajenga nyumba, lakini idea ya kujenga na idea ya kutafuta walitafuta. The only they came to realize wakati umepata pesa, sasa ndio walikuja wakaweka mpaka, wakaweka a thin veil ya kuzuia usifanye hiyo kitu. That is why most of you hamuna nyumba, hamuna wake, hamuna wazee, hamuna nini, yani you are just there because you've been imagining. Wakati kama mimi, kuna wakati nilikuwa seriously kuoa kabisa, seriously kabisa. Najua siku hii ingine sikuagi serious. Kuna wakati nilikuwa serious until I surrendered. Nikaona kimutu kizuri na nikaanza kuinvest akili yangu yote, mwili wangu wote, kila kitu yangu yote nikainvest. Siku ile sasa nilianza sasa kuitaita, tunaenda mahali kukula karaji nini hivi. Sasa hiyo ndio niliona makosa ya huyo mtu. Kama kosa kadogo sana, kadogo.
nikasikia ni kama naweza kupasuka kutoka hii dunia niende dunia nyingine. Tulikuwa hatujaona, tulikuwa hatujafanya maagano, hakuna hata sikuwa nimeanza kumtokosa, nilikuwa nimenunua tu chai 3 4. Tulifanya niumie bure, nikaumia mpaka sikuongea na yeye tena mpaka wa leo hatujaongea na yeye tena. Ndio nililia kumbe wa chai walisema hautaoa. So kuna watu hapa unafikiria ati ni fan sitaki kuoa, nasikia I'm not ready. Oh, nekorogo warogirwo nego morali ni wangu ani ndio sharia moto ulikorogo lirogwa na wafugwa wote hawana mabwana wapate mabwana sasa, wote hawana wake wapate wake wao sasa. Hayo amsemi amen. Tondũ mwaigua nĩ ndeheria mwena wanyu. Ati juni meojiondoa pande yetu sasa hamtaki kusema amen mzuri. Watu wote mwenye anatafuta bibi apate bibi katika jina la Yesu Kristo. Mtu yote anapata mke anatafuta mke katika jina la Yesu Kristo. Pokea mke wako. Pokea mke wako. Haya. Iyo mutireuga amen. Jeka. Tondũ mutire ndire ithabu inere yanyu. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm always happy. Sema this man is happy. Yes, na hivyo ndivyo mchungaji wako anafaa kukua. Si akujage hapa kupiga makelele. Si mmeona mwaka mzima nimekuwa nikipiga makelele. Nilikuwa nimerogwa nipigage makelele. Badala ya kuwabariki ni wakasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikorogo netonya mutoge tokete hana turatotoge turorete iguru ugo tohiena tomu hau tokware tokoma twadu tuhikarete ugo tuhikarete tuyuheti romo igo tamu hau. Watakuja imejifanya watu wa maana, watu special, masaitani. Lakini wanakuja wamevaa maguo zimefika huko chini, marefu bako unaona kai huyo kanue. Bako unacheka wewe peke yako unaona huyo kanue. Unajua ile ya kucheka ile umebarikiwa. Ile ni shaitani ehubeta guo igakinya athi ehubere hunyo na miatoka ya maruine. If your mind feel clouded than usual, if you find your mind is clouded than usual, ujue kuna kitu imefanyika kwako. Wamekuroga. Bwana Yesu, unasikiaga yani akili yako ni kama nito tukaniro. Unasikia ni kama uko ndani kuko na dogo. Ushaikaa siku moja unasikia uko ndani kuna dogo. Huko ndani kwa kichwa iko na dogo, haujielewi. Unaona uende, unaona urudi, unaona ufanye, unaona usifanye, unaona ukae. Yani you are totally confused. Baka unatoka saa 2 kwa nyumba, ulianza kujitayarisha saa 1, unajikuta saa 6 kwa nyumba. Unaenda bedroom mara 12 bedroom. Umeangalia mdomo haijakuwa ready venye inatakikana. Unachukua ile cotton wool, unakuta cotton wool mzima umeiharibu yote. Msiniulize nilijulia wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. You totally get confused. Kazi yako unakuta badala ya kufanya biashara uwe na kiagago, yani inaitwa roho wa kiagago. Ukijua uko na roho ya kiagago, wamesha kushughulikia kitabu. You have been done with. Ndio unaona unarukaruka kama karoda, uko hapa, maana wali kushughulikia. Haleluya roda. Bwana asifiwe. Umerudi ama umekujia? Roda, umerudi ama umekujia? Umekujia? Tuone kama utapata. Bwana Yesu asifiwe sana. If you dream, your dreams have been shifted. Kuna wakati ulikuwa unaomba, unakumbuka dream. Ukilala lazima dream zote uliota, zote unazikumbuka. Na kama saa hii haukumbuki hata moja, they have shifted you. Wamekuondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the way mwaka hii mzima haukuota ndoto moja hata moja, haukuota anything. Maana badala ya kuota zile ndoto, unajua God can speak to us through the dreams. Na pia the devil, shetani pia anatumiaga dream kutuongelesha, kuiba maono yetu. Sasa ukiota kiatu yako ikichukuliwa, ikiibiwa, ujue hiyo ni dream ya shetani, wamekuiba. Ukiatu ikienda ni kumaanisha your mission has gone. Any mission you had has gone. Ukiota kiatu imeibiwa. Wangapi wameota kiatu imeibiwa? Thank you. Sasa unataka kuniambia mission yako kuna moja umefanya mwaka hii iliibiwa?
wakati uliona hiyo kiatu mienda ndivyo ulienda. Halo mwadhani ya washo ukiota ukiwa kwenu Geshagi na huko Nairobi we Geshagi kwanyu uthiete gucera ni kule murarema usharudishwa home. Kila kitu yako maisha yako yote wamekufanya maskini. Yani that dream of going back home, it is to impoverish you. Umekuwa maskini. Biashara yako lazima utafuga. Lazima usipende utafuga. Huduma kama hii utafuga. Bibi utamwacha bibi ukora kimudu kigima kimudrume kigima kiko kwao kimerudi kwa mama yake kinakaa nyumbani kimeacha bibi Nairobi kinapigiwa na bibi dogi okay. Waigwa niyo kanyo tokarago kwa hivyo tuli sawa. Na ameacha bibi kwa mtaa. Hawataki kujua kama mtoto anakula maana alifikisiwa na akarudishwa. Ako home. Haleluya. Wangapi wamewata wakiwa nyumbani ama shule ile walisomea. Ole wangu. Niona mtiro ya ginya guoko murawe kokogo. Murawe raha mutoya igoro go straight. Angalia sasa. Hawa watu wako home ni mwili wewe huko. Ni mwili iko hapa. The spirit iko huko. Ukiwaangalia wanafikiriaga nyumbani. Ukiuliza kama Sawara pale atakwambia ndio hiyo goshoka Geshagi. Jiguaga Gamori gode Okogosha Kumada Gameri gode Mwire toyo Waiguagatya Kumawa Gamori gode Mwinge Riri mwinge Kumada Gamori gode. You have to place them down. No ginya wege medigwenu wade. Today it is the day. Sema today is the day. Ambayo walikuwa wamepanga kutufixa, lakini kutoka sasa tumeweka mizigo chini. Tumeweka mizigo chini. Jika Diego nikitaraigwa amen. Amen is generate. Kaamuri aroge. Bwana asifiwe sana. Nayo tayari ndoko tayari yadwa none makweli. Digehewa message ya ndo matali bwo. Nimepatiwa hii message kwa sababu hivyo ndivyo mko. Si mnajikuta hapo. Yes mukiri aroge. No modi huyo mtatoka hapa mkiwa clean people. Abia wachawi. Sema mchawi. Wachawi. Bye bye. Bye bye. Kwa biashara yangu bye bye. Kwa doa yangu bye bye. Kwa huduma yangu bye bye. Wachawi. Wachawi. Mumechelewa. Thank you. Kitu kingine ya kunotice ujue rituals wamefanya ritual kwako. If your sleep has been harder, hauonagi kulala, haulalagi. Baka asubuhi unashinda ukiwatch Dora. Si Dora anakuaga anakufurahisha, netoro kwaga. Atini Dora kiraginya gogakia gutire. Ni uogo ulikamatwa, usigisi yako ilikamatwa ndio mchana ulale. Wanakukamata usilale usiku. Mchana unalala. Nikiona muthuri toyo ni okire haha no ni gucungara cunga. Todo alikamatwa. Nikiona guka haria ni gucungara katia. Nikiona shosho haria na gwikatia na gucunga. Na wakora ginya ndota ya nini bado ni kulala. Baka unabidi anashika macho hivi. Ndio hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba walikukamata usiku ndio usiote ndoto aina yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio usione vision aina yoyote ile. Na ndio usipate mawasiliano. Na mchana wanakukipu busy mahali kama hapa kuna makelele na huko hapa hauwezi kuota, hauwezi kuona. Kwa hivyo communication yako na Mungu inakatika. Communication yako na malaika inakatika. Communication yako na Roho Mtakatifu inakatika. They are capable. Wanakupindua, wana reverse. Unaona usiku ndio haulali, mchana ndio unalala. Na unalala kubali kama msee kama huyo sasa. Ni ndoto gani inaweza kumuigia kakia? Naona achuhetie kinyakeromo. Tajira nikiroto kilikuwa gerota. Na tuira athuri ni omegwe katia. Ndio meko tunabia kwa the old shall dream and the young shall see vision. Sasa yeye hapa atadream nini? Na anafaa kudream atobea. Ako dreamuke. Na nini ngene kuna makelele, si ndio? Kuna makelele hapa. Huwezi kudream ama unaweza kudream mali kuna makelele.
Sasa usiku yake imekuwa wasted na mchana imekuwa wasted. Na alikuja hakuna kitu ameshika, hakuelewa neno ya leo, hakuelewa ni nini nafundishwa, ametoka hapa empty na alilala empty. That is how they deal with you. They make sure that you are confused totally. Wana confuse in the systems. And this has been happening to most of you. Unasema nie ndio nagatoro, nie jua nitakuwa nagatoro how ikitai kominemo cha roshine. Uwe moroge, umerogwa. Toro ni saa 3, ulala saa 3. Lala saa 4. Ndio ulale masaa mzuri 8 mzuri, ulale vizuri, ngorote. Na kungorota si baya, wale watu wapedagi wale watu wanangorotaga. Kungorota ni mzuri. Ndio watu wote wanajua umelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii ndio sababu Ayubu alikuwa anafanya, anatakaza watoto wake wasiweze kuwa walifungua kamulago ya shetani kuwaiba. So after party after party, alisema aliwaita wote ndio afuge kamulago kokote ambao kanaweza kutumika. Either walitukana Mungu, either waliongelea Mungu vibaya, either alihisi Mungu vibaya, either aliongea kitu, anafuga hito tumulago. And that is the only way to seal. Na from today we are sealing. Sema tunaenda kufuga milango yote ile shetani ile wanaweza kutumika kuja kutuigia. Tunafuga leo. Kila mlango lazima ifugwe. Kila agenda lazima ifugwe. Kila plan they have against you lazima tufuge. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima. Praise be the name of God. Hallelujah. Another thing to detect ndio ujue umerogwa. Hallelujah. Prayer becomes a little bit difficult. Unajaribu kuomba. Ushai kuomba kama kuna wiki kadhaa zimepita hivi wakati walikuwa amenikamata vizuri. Unajua nilikamatwa kitu mwezi wa gapi? Kabla tuende kwa mlima. Maana walikuwa wanataka kutuzuia tusiende mlima. Tunakumbuka ndio Mkuimodo alisemaga atanivisit. Unakumbuka ile kitu niwaekea? Alisema I will visit you. I will pay you a visitation. Hallelujah. Nilikuwa naomba na sahau nikiomba. Unajua hawa watu ni watu wa Luciferiki. Nilikuwa naomba naambia Baba katika jina la shetani ninakuabudu, ninakusifu. Wewe shetani, wewe ninakuabudu, uinuliwe usifiwe shetani. Mtu akakuja akaniuliza ati umesema nini? Ati umesema shetani. Paka nikakuta by the time nifugue macho tulikuwa tunaomba ukaona nikakalia mtu wale watu wote tulikuwa na wao wametoka. Sasa kumbe walienda kunidiscuss pale chini kusema kamodo ya hoya gagoma. It is when they hijack the systems of your prayer. Maneno yote ambayo unayatoa ulimi wako wanaukamata. Ndio badala ya kuzungumza mambo ya Mungu unazungumza mambo ya shetani. Kumbuka baba yetu wa kiroho akiwa kule kwa Kiegei kufungua kanisa, because the atmosphere there was toxic, polluted. Aliambia Karago namna gani? Shetani akulinde. Kutoka siku hiyo Karago amepata amani? Karago amepata amani? Hajapata amani maana shetani namlinda. Lakini mzee hakuwa na nia. Mzee hakuwa aseme, alikuwa anasema Mungu akulinde. Alikuwa anamtakia mazuri. Lakini the slip of the tongue, what caused the slip of the tongue? So these people, they don't care who you are. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachawi hawataki kutabua wewe ni bishop, wewe ni archbishop, wewe ni nini. Na kutoka siku hiyo mlango ya kushambulia kibishop imefunguka. Kutoka siku hiyo ule shiri wa Oakland haspumusikagi. Kila siku kutukana bishop, kutukana kusema nekoni mani ne mokoradi nini. Siku hiyo ndio mlango ilifunguka. Walitega hiyo. Mzee huyu ni baba yangu ya kiroho, lakini ninaona kuna kitu hakufanya. Ageinua dhabihu siku hiyo amenena hiyo, because he is a spiritual authority in this nation. He is a spiritual authority. Ageenda ainue dhabihu mara moja, akanzo hiyo maneno in the air. Angalia sasa waibaji wote, watu wa media wote, wale wa social media wale walikuwa popular, wote wametwagwa kwa sababu it only didn't go to Karago, ilienda kwa hao wengine wote. Hawa najaribu kusema angalia Betibayo, hii yote vitu vimefanyika hapa, kila kitu kutukano. Kutukano watu wote masarebu wametukano, maana baba wa kiroho aliachilia bila kujua. Sasa huyu mzee anafaa kwenda, lakini isitumike. Sasa tasema nilitumia media kumwambia si vibaya. I'm sorry daddy, nitakuja kwa ofisi. Immediately unainuaka dhabihu, maana hiyo kitu umeachilia, hiyo kitu imeachiliwa, imejiandika na itafanya kazi. Haijalishi alikuwa amesimama kwa pulpiti gani, itafanya kazi.
Hapo shetani alipata mandate. Ndio maana shetani alienda kwa Mungu kuomba Mungu. Mungu akamuuliza, wewe umako? Nyumako hora raundi. Kura raundi oguga. Nyumana wewe ukienda. Dabata. Shetani anakaa kuongea na sauti ya watu wa Mogeke. Nyumana wewe ukienda. Nyumako hora raundi hanini ogugo. Dahura ogugo dabata. Dachoka doko na ko. Ogugo yokite dakoro mawajiko. Ona mawangale makinyoke. Unajua nani wanasemaga mawagali na mawajiko. Bwana Yesu asifiwe sana. So you cancel those words that you speak. More especially people like us. Tukinena kitu in the spiritual realm inaandikaga haraka sana. Nikisema mbarikiwa mtabarikiwa, nikiwalaani mtalaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonaga baada ya kulia zile maneno yote niliongea, ninakuja kanalala hapa naambia Mungu, tafadhali nisaidie kufugua hawa watu. Maana nimewafuga lakini sina uwezo wa kuwafugua. Niko na uwezo wa kukufuga lakini uwezo wa kufugua nitapigana siku mingi. Nitapiga magoti siku mingi. Kama yule jamaa alisimamisha nini? Alisimamisha mvua. Ni mvua alisimamisha with 1 second ikasimama. Lakini it took him 3 years to reverse. What has been released to reverse it, it takes time. It is 1 second to release but years to reverse. Ndio naona tunakaa tumeomba. Na ndio kwa maana nawaambiaga tulieni. Kama Mungu amekutuma ukuje kwa Waruige, kuja. Hakukwambia ukuje uchukue mirako, alikwambia waenda kwa Waruige, anajua kufundishana mambo ya madhabahu. Enda ukae huko na ukae kitako akufundishe. Kama ungekuwa ni mirako ungeenda mali mnaaguka, mungeenda kama ni mapepo angekutuma kwa Ng'ang'a. James Maina Ng'ang'a. Lia na uende. Na uitalia. Mko wangapi? Tuko 1000. Nyinyi ni nani? Mimi ni nyanya yake. Mlikuja kutoka wapi? Tulitoka baharini. Diana wede. Hiyo ndio kazi yake. That is my father. Huyo ndiye alinizaa. Hiyo ndio kazi yake. Hata mimi alinililisha pale Gara, pale Badesh. Nililia na nikaenda. Aliambia Diana wede. Wakauliza, "Mko wangapi?" Tuko mamilioni. Najua sasa mimi sikutoa ile sauti ya mama. Nilitoa sauti ya Mongeke. Tuko mamilioni. Akaniweka kibale pa. Diana wende nika. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how you are able to understand. And to understand the situations. How do this situation happen to you? Kazi yako haifanyi kabisa, imefugika. Ilifugika kwa sababu kuna kamurago ulifugua. Hako kamurago ndio kamepenya na makihakikisha mpaka umefuga duka. Hako kamurago kalipenya kakahakikisha hiyo biashara ulikuwa umeanzisha. Kalianza tu na kakitu kadogo kamekugoga mpaka uishe. Before you start this business you want to start, get to know maisha yako yote. Get to know the people around you. The people around you can cause you. Mtu anaweza kukuja, huyu mzee tu amekusalimia, nisalimie tu. Anaweza kukumbe ni mzee ni mchawi. Na alikuwa anataka kunigusa hata mkono. Transmit. How do you know? Utajuaje amekurushia? Akikusalimia unaanza kusikia dizzy. Na unaanza kusikia confusion kidogo. Unaanza kusikia ni kama haujielewi na unasikia umeanza kuchoka. Hapo ndio unaanza kusikia umechoka na unaanza kusikia kulalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia ukikuwa na mtu ina meeting, mumeenda mahali kukunywa kachai, mumeenda mahali kutembea, mmetembelea mtu na ni mchawi. Saini ya kwanza kujua huyo mtu ni mchawi, unasikiaga uchofu. Mkikutana na yeye unasikia uchofu. Na unasikia your heart is not at peace. Unasikia kuna kitu inakusubua tu, unasikia anxious. You know the person you are with is a witch. Na ameanza kukuroga, ameanza kucommunicate, because immediately you get into a witch they start communicating. Rada zote zinafunguliwa, wanaanza kutafuta loopholes, wanaanza kutafuta tujia tu kuingia. They wanatafutaka kitu inaitwa leakage. Wakipata tu leakage ya kupenya, basi kuna ndio kuzuia hiyo kitu yote, zuia hiyo leakage. And how do you stop that? I will explain to you today. Today lazima masaa imeenda sana. Saa 7:30 tufuge. Prayers become a little bit difficult when they are doing these rituals. Ukiangalia mwezi huu, hii wiki kwenda hivi, Wakristo wengi hawaendagi kanisa. Mnawaona? Si umeona kanisa imepunguka? Wakristo wengi hawaendagi kanisa because saidi wanapada wakienda reserve.
Zaidi wanaitaka kufanya biashara, wanafanya vitu mingi, hawakuagi busy because their prayer life imekuwa cut, wamekuwa connected into other systems that they will create the leakage, Shetani apate kwa kuingilia, ndio wachawi waweze kukuroka, waweze kukufuga, waweze kukufanyia ile maneno wanakufanyia, na kutoka hapo it means that the ritual have already started. When you see uko na unarogaroga, uhiana wena mihangota ya gaturu, you are here, you are there, you are not doing nothing, ukienda hapo nothing, ukiruka hapo unaenda hapa, unaenda hapa, hakuna kitu hata moja unaakobolisi, unaruka kama kaswara. Already the ritual has started on you. Something is happening. Wameanza kafara zao na zimekukamata, because they are able to control you, to make you that you are not moving anywhere. Umefungua kanisa lakini you are not settled, haupumuziki, uko hapa unaruka hapa. Wewe umefungua huduma hiyo, hautosheleki, haukai chini, hautaki kukaa chini uanze. Maana kwanza huduma si kitu rahisi. Kwanza huduma unakutaka naka kitu ya watu wa kwanza unakutananga ni akina Koki. Sasa una imagine Koki, wewe mimi ni Dora, ametoka kwa Mugeke straight away, anakutana na Koki, na Koki ndio mobilizer wa mapasta, ndio pastor wa mapasta. Una imagine sasa kitu kama hiyo? Sasa nikapatana na Koki, nikakatana na Nancy, nikakatana na Alice, nikapatana na Karo. Sasa imagine hizo maneno tu, hizo majina tatu nimemention na mnawajua. Sasa ndio walikuwa wananiguide. Na Zekehu akopadia na niguide, Karo akopadia na niguide, Koki akopadia na niguide, Alice akopadia na niguide. Sasa nilikuwa ninatega nilikuwa natigiso kama propera hivi, maana kila mtu anataka kunitigisa, anatigisa hivi. Alafu siku moja wakaniambia hawatakuja kanisa tuone nini. Nilihubiria viti. Hello, those are the people you meet the first time, because Mungu anataka kujua, are you ready? Si watu ni watu wabaya, lakini they are positioned there. Are you ready? Ugioke haha wena goro huthu ta mudu haha goro huthu atini aika athika thukio hanini akoga kenya ndikwenda ni ndaga thayo ni ndaga thayo ni ndaga abana. Hii maneno haitaki faint, they don't need faith. Ka gumu kama Dora. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakisema wanaenda unaambia kwenda kabisa, unaambia dunia iko na 7 billion na only 70 people ni 1 billion. Wewe hata Yesu akuji haraka, kwa sababu Yesu alisema atakuja dunia mzima ikifanya nini? Ikihubiriwa. Sasa mmepenya China. Sasa we don't expect Jesus to come in soon. Don't. Amehubiriwa India, amehubiriwa na huko kwa wale wengine. Hakuna 6.5 billion people, they are not yet saved. Alafu mnataka kuniambia Yesu anakuja? Daroka natoka wapi huka? Tope to dili na dome ha. December, I'm trying to prepare you. December is the month whose spiritual realms become extremely active. Hallelujah. This month, every spiritual realm is extremely active. Ya Freemason iko active, ya Illuminati iko active, ya devil worshippers iko active, ya waganga iko active, ya warogi iko active, ya masharati iko active. Every spiritual realm that operates is very active. Na Yesu iko active. Now it depends who is communicating to you at what point and how. That is what will make you become successful. Ili itakufanya uruke, uingie kwenye mwaka mwingine na ufaulu. Ama upotee, uingie kwa shimo, upotee kabisa. Mwaka mzima utakuwa ukiambia watu nitamakadie nikekede yaga. Ni kumarira daji nitamaka. Mwaka yothe tamaka mwaka yothe dunathiega. Tikorwara, tiwera, tishiana, timothuri, kagwathiri atia, wali kucheza, wali kubomoa. Ndio kwa maana unaida geshade, uinago geshade. Mwadhani ya gosho. Mabia mwesako leo tunarekebisha. Leo wachawi na Illuminati matire na kahodoka hawana nafasi. This is a month when the veil between the natural and the spiritual is at its thinnest. The veil between the natural and the spiritual, it is the thinnest. Hii mwezi inakuanga thinnest, the veil that protects you.
The veil that connects you with the spiritual realms, the veil that connects you, hiyo veil iko thinness. Saidio iko juu. Frequencies za wachawi ziko juu. Frequencies za Mungu ziko juu. Frequencies za aina yoyote ziko juu. Zinahitaji tu who is to connect where and how. It is all about who is to connect where and how. In business, who is to connect where and how. In the family, who is to connect where and how. In the marriages, who is to connect where and how. This is the month. This is the time. You have to connect. Ujirudishe kwenye system za Mungu. Ukijirudisha tu kwenye system za Mungu, maneno yako itakuwa vizuri. It is the month that demons demand reports. This mwezi ndio demons wanatafuta report. Lazima wachawi wote warudishe report. Umekamata nani? By tarehe 14 wachawi wote watarudisha report kusema tumekamata kanisa fulani, tumekamata kanisa fulani, tumekamata biashara fulani, tumekamata pastor fulani, tumekamata bibi fulani, tumekamata. Lazima this is a time they return their reports. Kwa hivyo report, they have to be active, extremely active, warudisha report mzuri. Maana pia kule kuna rewards wanapatiwa. After doing a good job, watakutuma uende wapi? South Africa, ukadili na watu South Africa. Hapo ndio unakuta wana prepare mpaka visa. Unaenda embassy ya America na unapatiwa visa. Kwa sababu wamechanganya mpaka ule mtu wa visa. Kana kama mama kananyimanaga, kana kanatoaka karatasi ya pigi mara moja. Hata akaangalia nini zako mpaka unajaribu kumuonyesha niko na bank statement na mnono. Anakupatia karatasi ya pigi, anakuambia I'm sorry na anaenda. Kule hawasemagi sorry, wakimuona wanaanza kulegea. Maana hata yeye amewekwa confusion. Anaona hii ni miaka 5 ya visa, mpatie miaka 5. Maana they have communicated there. Immediately, because umepata mamlaka, unatumwa South Africa, unatumwa America, unatumwa, wanaenda kufanya kazi kwingine baada ya accomplishment of the mission. Bwana Yesu asifiwe sana. These people will follow you wherever you go. They know you have a great destiny. They will follow you to the villages. They will follow you to towns. They will follow you to countries. They will follow you to America. Wherever you go, you can't run away from them. They will still follow you. Wana watakukamata. Na mahali watakukamatia hapo ndio watakufinyia. Mahali watakukamatia hapo ndio wakikamata mzee wako, wanakamata na wanafinya mzee. Bako nakutaka mzee akisema tu mimi sielewagi maneno venye naedaga. Kumbe walikamata mzee na wakamfinya. This is the month which the reports witches increase in gathering and altars crave for sacrifices. This is the time they get themselves into gatherings and then they give sacrifices. Watakuja kwa hii kanisa, unaona anakuja kwa hii madhabahu, atatumia hii madhabahu. Wachawi hawatumiagi madhabahu ya kwingine ya bali, anakujaga kwa hiyo madhabahu mnatumiaga. Si wanajua madhabahu inakuwa activated na witchcraft na sacrifice, sorry. Ene madhabahu inakuwa activated na sacrifice. Watakuja kwa the same madhabahu hii na watatoa sacrifice yao towards their cause, na hii madhabahu itakubaliana na wao. Itakubaliana na wao. Bwana, kwa sababu hii ni madhabahu. Na madhabahu, the principle ya madhabahu is whoever gives highest. So that is why we need to cleanse it. We need to weka fire ikuwe migi. Ndio akikuja kuekelea inamdetect, inachoma hiyo dhabihu yake, inaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamnyima nguvu, inamnyima. Lakini kama hii madhabahu wameweza kuiswitch wakiwa pale, ajue the apostle wa hii kanisa ako weak, ama the intercessory team in the hii kanisa iko weak, ama praise team ya hii kanisa iko weak, wapate access ya kukuja hapa, wataigeuza, itafanya kazi yao. Nitahubiri hapa nikifanya kazi yao, yet mimi ni apostle. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi mnasema amen, lakini si Bwana Yesu namaanisha Bwana Shetani. Watatumia mdomo yangu, watatumia spirit yangu kubadilisha, kunitumia mimi kuspread the marine spirits, kuspread the witchcraft, to spread everything. By the time you finish, unakuta kanisa msima yote umebadilisha, watu wote ni wachawi. Sasa ukiona venye wana behave character wise, venye unaona mara behave uko na toto neto shaitani totally. Kuna wakati kanisa unakuja bako unashindwa, hii ni kanisa ya Mungu ama ni kanisa ya Shetani? Because unakuta kaka kana behave hivi, haka kana behave hivi, haka kana ruka. Ukienda kwa worship team wao wanapigana hapa. Kuna siku walikuwa mpaka wanajaribu karibu, unakuta naitwa nani? Jona na Asense wanainukiana kama manyoka bili. Lakini ukiwakuta hawaka kiiba, keyboard anapiga vizuri sana. Naye nani yako hapa? Naenda Seattle hapa akiiba vizuri. Lakini wakiweka microphone chini, ni vita, wanaenda kukujiana kwa huyu anamwambia utanijua mimi ni nani.
Na yule anamwambia utanijua mimi ni nani. Naye nakuta naye Dorcas naye anapambana na huyo mwingine. Na yule mwingine anapambana. Unaenda kwa Asha, unakuta kuna Asha na ni Asha. Haogei na Asha mwenzake. Hawezi hataki unakuta ameenda mpaka ametoroka. Wiki mbili hakuji kanisa mpaka unauliza fulani alienda wapi? Ndio tutimuonaga wega. Mwenau. Mutimuonaga wega mwenau. Mumuonaga na lidholeleko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ndani yao kumepandwa kwa shetani kakuwafuruga, because ushers they are the most important people in the church. Si pastor. Watu muhimu katika kanisa yote ni ushers, because they are the gatekeepers. Hao ndio wataruhusu mapepo yote iingie, na wao ndio watalinda mapepo hapa ndani. Wale si unaonaka tunakuaga wakali, wakienda kulegea kidogo unawainuka. Wale wanafaka kuchapwa, si watu wa kubebelezwa na neno, wale ni wa kugogwa. Maana any time target ya mchawi akikuja walisha monitor. What they normally do, they will stand their own. Wataangalia kwa YouTube, wanaangalia the weak links zote ndani ya kanisa hii from the YouTube. Wakitoka hapo watatuma mtu mmoja hata kuja kuroga, atakuja kuassess. Ana access, anaangalia praise team venye imekaa, anaangalia ushers venye wanakaa, anaangalia apostle mwenyewe venye anakaa, anaangalia who are the closest friends wa apostle, ni apostle anakulaga chakula gani, apostle anakunywaga maji gani, apostle anafanyaga kitu gani. So they do the assessment, then they go back. Wanaenda wanakaa chini, wana strategize. Sisi hapa kanisani hata kuomba hatuobagi. Ukiuliza hawa kama walishikana mkono leo wakaomba, hawakuomba. Mtu alikuja, Dorcas alikuja kivyake, Mother akakuja kivyake, ule mwingine akakuja kivyake, wakakuja kila mtu ameshika microphone. Ainuliwe Bwana wa majeshi, ainuliwe Bwana wa majeshi, ainuliwe. Sasa ukisika sauti ya ainuliwe na hii ingine, unaona hawa ni watu sita tofauti, they are not rhyming, because they are not one. Hapo wana access, wanajua this team kugoga, ile timu inaweza kugoga rahisi ni hii. Unasikia kimama kimoja kinakuja kinasema your praise team is wonderful, so wonderful, wanaiba. Hata nilisikia wakati walikuwa nikiiba, nilisikia uwepo wa Bwana unashuka. Oh my God, you have a team. Bwana amenisugumusia niwanunulie uniform. Unasikia wewe kwa sababu ya utamaa na urafi unasema oh bring it on. Anasema I want to go and bring the uniform to buy them. Nataka nitume fudi wangu akuja wapime. Wanakuja wanapimwa, wanakaa, wanapimwa vizuri. Mama anaedea zile za marini za huko kuzimu, analetea hawa watu. Majeshi. Sasa nguo zake zote ni za shetani. Sasa mtakuwa mkiinua Bwana gani? Because they identified the weak link iko huko. Wakiona hii haiwezi kupenyeka, wanaingia kwa ushers kwa mlango. Wanajua asha huyu anakaaga hivi, asha huyu anakaaga hivi, asha huyu anapenda hivi, asha huyu anakaaga msexy. Huyu asha anachukuliwa, anaenda ananunuliwa kachai pale, anapelekwa hapa, anaambia no. We want to have lunch, twende pale Serena. Uhena doli wakinyaginya karoma indo haha ri wigwe turathi kugurira rangi ya Serena ri no turaka gukuthia gatwarirwo ni ndutu ri ni guthie thi. Si unaenda Serena mara that ukienda huko wanakufix na hiyo chakula yao. Ulisema Mother atakwambia pale walikuwa na recruitiwa kule Serena. Jamaa alikuwa anatoka huko, alitoka kutoka South Africa, anakuja akatokosa bwana yake, akarara na bwana yake. Walimlocate from South Africa. Ama walilocate kutoka wapi? From Facebook, from South Africa. Wakakuja na wakakamata bwana yake, wakaenda huko, akararwa na yeye na malaika 9 wa kishetani. Huko akafunguliwa buti 9. Na si kwingine Serena, na hiyo limutu linakuja linakomboa nyumba Serena, na linakaa huko na linakushughulikia. Sasa ukiimagine huko Serena, unasema aidhiru hata kama ni pepo na Serena is okay too, is okay. No wega. No diogwa. That is how she was recruited. Baka tumemtoa huko. Jamaa wakati alijua tumemtoa huko, how he located this place, I don't know. Alikuja baka hapa.
alikuja mpaka hapo akakaa huko, walikuwa mama na yeye walikuwa wamekaa huko, na nikaambia Joel, hebu nikahehera Joel, nikamwambia wale watu naona wakiwa suspicious sana, hebu ende ukae nyuma yao. Sijui venye walikaraga Joel. Joel alikaraga within a second. Joel alisuba, nikaanza kuona na kidogo wakati nilianza deliverance ilikuwa na Wednesday. Kajamaa alikuja akakaa pale. Alikaa kwa hii kiti. Anataka kufanyiwa deliverance. Immediately wakati nilianza kufanya deliverance, jamaa alilala chini akaanza kukuja kama nyoka. Akapanda kama kwa madhabahu. Akilala alikuja kama nyoka. Kama nyoka. Nikaambia Joel na yeye anamvuta ati akuja juu ya madhabahu. Nikaambia yeye Joel, wewe eno ni nyokora batia, because ashageuka ni nyoka inakuja. Mimi naiona ikiwa nyoka, yeye anaona ni mtu anakuja kukombolewa. Siku hiyo nilikuchapa teke, utia toka hapa, toa hii nyoka hapa. Nikasema moto, kula moto. Karibu niende kwa baba nimuitishe kile kitu yake ya kukulisha watu moto. Kula moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa amekujia madha. Maana alikuwa anatafuta madha. Alikutafuta, mlipata na siku hiyo. Madha kalitorokea kwa ofisi yangu. Madha kalikuja kujificha kwa ofisi yangu. Maana kaliona moto hata hako. Nikamwambia kaa hapa. Kimuzee kikaenda. Kimuzee kikamwambia, kamwandikia message, na alikuwa anamwandikia message na coded numbers. Namba ilikuwa 7? Yeah? Hash na hash. Anapiga na hash 777 hash na inaingia na mnaongea. From South Africa wana communicate. Sasa unaona how they locate you. Sasa alikuwa anataka kuja kubomoa hapa ndiye achukue, maana huyu alijua ako mahali kuna moto. Huyu alienda wakampeleka mpaka Malindi. Ni Malindi ama ni wapi? Mombasa. Wakatoa mimba yake as a sacrifice, because they needed that contact. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how, when you see nimekaa mkali wakati mwingine nimengangana ati kwa sababu mnaanza kupenda mama mwingine hapa aliniambia siku moja ati kanithena nireda pastor tukamurekie muno mbukariki pastor sio ni pastor mwega muno. Nikamwambia mimi sitamuita, wewe umuite, lakini mimi simutaki. Mama kasa ati kanithani nireda pastor mwingine yira kutumire pastor sio niona pastor sio ni muhujia ena stacha ena ke. Nikamwambia wewe ni ukumuita tini kumuita. Sasa huyo mama hata hawezagi kuongea siku hizi. Nakaga minama hivi. So whatever I told her about this woman ilikuja kufanyika. Ukiona nimekwambia mtu fulani wachana naye, because I have another eye that sees things that you are not seeing. I am operating from another spiritual realm that you don't see. Therefore it is very important to be able to discern. Kudizani. Mtu anaweza hata akuje na chopa, shuke pale na chopa. Mimi huwezi kunifurahisha na chopa zako. You can't. Hata ukuje na Mercedes, ukuje na mamilioni ya mapesa. Siku na mama alikuja hapa, sijui acha tusimutaje. Alikuja hapa na 800,000 hapa, kibagi kimejaa hivi. Akaniambia ati nimekuletea ni sadaka. Nikamuuliza ni za nini? Give them a name. Give this money a name. Zipatie jina. Akasema wewe chagua tukilio kwenda. Nikamwambia si pesa zangu, ni zako. Zipatie jina. Why are you giving? What is the reason? Is it a tithe? Is it an offering? Is it a sacrifice? Na kama ni sacrifice ni ya nini? Give it. Akaniambia man of God, choose. Nikamwambia chukua bagi yako, chukua pesa yako. When you make decision, ni nini pesa ni ya nini? Ukuje. Alinienda akaniandikia message pale chini akaniambia you are very stupid man. Nikajua ilikuwa nini? Alikuwa amekuja kutoa dhabihu ya kunikamata. Temode ikiria madam. Kada gato die madam. But that is how they connect you. That is how they catch you. Not every gift that you take, because during this season gift is zakuja, na gift nyingi zikikuja zinakujaka zikiwa za huko kuzimu. Tukiwa pale City Stadium, unakumbuka yule alikuwa pastor hapa, alikuwa anaitwa nani? Beatrice. Kuna vitu zingine zilikuwa zimeletwa na prominent family ya Kenya. Mtoto wao mmoja ni mshirika wetu.
Sasa alikuwa amekuja, walikuwa wamemwambia waende South Africa. Hiyo familia ni ya Freemason, ndio pioneers of Freemason hapa Kenya. So walikuwa wamemuita kwenda waende South Africa for celebrations za wakati ndio walikuwa na celebrate 100 years za South Africa. So all the pioneers were invited with their families. Na walikuwa wanaenda kufanyia katikati ya bahari. Mimi nikaambia msichana usiende, ukienda utatolewa kafara. Sasa walipoenda kurudi walimkujia na biscuit, zilikuwa biscuit nzuri sana, very nice, classy biscuits. Wakaniambia wameniletea hii gift, nikamwambia usiguze. Wamepatia nani? Raida. Abia Raida zilete kanisani. Nikaenda wakalete, nikazipokea, nikaziekelea kwa madhabahu. Nikaambia Beatrice na jamaa mwingine walikuwa kama chokora, nikaambia hizi vitu msiguze. Mziende zichomwe, mpeleke pale kwa roundabout, mumwagilie mafuta. Nikanunua mpaka mafuta. Nikamwambia mumwagilie mafuta muhakishe. Na wewe kijana usiwakishe. Yule mtu ako na right ya kuhakisha ni mtu alikuwa anaitwa Gari. Gari alikuwaga mganga, tukamwombea kaokoka. Nikamwambia huyu ako na authority, anaweza kufanya hivyo kwa sababu ashafanya vitu kama hizo. Anaweza mwaga. Wewe msiakishe. Wewe Beatrice usiguze na wewe usiguze. By the time niteremke kwa stairs huko hivi kijeni, Beatrice aliwaruhusa turagete irio atia. Turate irio atia. Nikapiga simu, nikasikia kitu kiniambia wanataka kukula. Nikauliza Beatrice, ni mwashi na indo hizo? Wanaogio kama hujia. Wanaogio kosho therelie ni dogo iraka na hale. Kumbe walienda wakakisa makaratasi, dogo iwakage na wao wakulage huko. Do you know what happened to Beatrice? Huyo jamaa mmoja mwenye alitagulia kukula, hii mdomo yake yote, ulimi ilikuja mpaka hapa. Na ilikuwa na madhudo na uso yake yote ikakuwa ni kama ilikatakatwa yote, akafura, akakuwa na vidoda ni kama amekuliwa na siafu. Unaona mtu mwenye anakula viafu? Naye Beatrice huko kwenu kukapasuka, kukatoka na nje. Beatrice alikuwa anaenda hivi. Kulipasuka. Ndio alikuja kuniambia moda gai. Ile watu giriria toriere. Niko kile. Kaona mulikula. Ilikuwa tamu. Kale kaambia sawa. Nilitoka nikaenda. Nasikia jamaa aliendaga biguni. Huyo jamaa mmoja aliendaga kienda. Na kutoka siku hiyo Beatrice akaanza kuagukaga. Si tukiwa hapa aliaguka kidogo anaaguka. Ni hiyo kitu. Akaanza kusema ati ni watu fulani wanamwangalia anaaguka. Nikamwambia naandika na biscuit. Sheshi. Bwana Yesu asifiwe sana. That they will only use gifts. Wanatumia gifts. Anything that has been brought to you as a gift, iobee kwanza. Iweke kwenye madhabahu. Ilete hapa tuiobee. Kama hatuwezi itolee dhabihu. Kama uko bali itolee dhabihu. Tuinalify kila kitu ambayo inaweza kuwa ndani yake. Bwana asifiwe sana. When others, wakati mwingi unakuta we are decorating, kama sasa tuko karibu kuleta the Christmas tree hapa, tuko karibu kuleta maua hapa, tuhangi maua hapa. Wow, katika upande wa shetani, they decorate their altars with blood and souls of the people. Wakamata. Sasa the most decorated tree ya kishetani, ya wachawi ni how amecapture souls. Ameshika wanawake wagapi, ameshika vijana wagapi, ameshika wamama wagapi. That is what we give promotion. Hiyo ndio itamfanya ainuliwe. Zile soul atapeleka. Ndio nakuaga very aggressive. They can do anything. Wanaweza kupatiana zawadi yoyote. They can spend any money because they are targeting to be promoted. They are targeting to be taken to the next levels. In the next levels they are, wanaenda wakiinuliwa, wakibarikiwa na wakifanyiwa maneno hale ambayo wanaweza kufanyiwa katika maisha yao. When people are celebrating holidays and good times in December, witches celebrate harvests from unsuspecting souls. For them in harvest. So, ni wakati wamelewa, ni wakati wamekunywa kane. So, uliona juzi hapa kuna mtu alikuwa ameniambia juzi tuende pale Thika Road, pale nani alikuwa anaitwa huyu jamaa King of Mugithi. Anaitwa nani huyo jamaa? Garoya Junior. Ati tuende Maki hoteli, tuende tulipe shilingi 5,000 tukapatiwa mashakula huko ndani. Sasa hawa walilipa shilingi 5,000 wako hospitali karibu wote.
because they targeted the food. They targeted. Sasa hata mimi nikikuwa hospitali leo ikiwa nike dadi itaweka ku ndio nakwambia ukisikia nimekukataza kitu achana nayo. Kwa sababu I can sense, I can see something is happening. Something is being cooked. Something is happening somewhere. Na hiyo maneno yote inafanyikaga through people. Watakuja sasa wa identify which person hapa naweza kutumia nani, and through those people ndio unaonaga wanatumia. Wakiona huyu jamaa ndio tuliko karibu na yeye sana, watamshika wamtumie. Ndio unaonaga saa nyingine nakujaga tu, jana tulikuwa rafiki na wewe, unaona nimekukata mara moja because najua you're a vessel, umeanza kutumika. Jana unaanza kuniletea tu vitu na kuambia weka vitu zako kando kwenda wekelea kwa madhabahu. Si kupenda kwako, maana hata wewe hujui kile kitu nabeba. Maana aliyekupatia alijua uko na access yangu, akapitishia kwa soko na zikakuwa branded. Katika in the spiritual realm they will capture your mind. Utajikuta kwa hiyo shelf inauza hizo vitu branded, utaniletea hapa, unimalizie wapi? Because the entire target is to target the church to go down. The entire target ni kutarget nini? Bishop ama pastor ama the father ama the husband ama the wife, whatever. The target is to target that person mwenye ako na calling, mwenye ako na mipango, mwenye ako na kitu ambacho kinafanyika katika maisha yake. And this is what now you must be able to be very cautious, because tunaambiwa nani? Tunaambiwa kuhusu Job, he used to take his children, anawatolea dhabihu, anawatakaza, anawaondoa kwenye mipango yote ambayo wanaweza kuwa walikuwa connected kwa hizo party after party. Wanatoa hiyo toto, anawabariki, anawatakaza every single moment. Tuwe tukitakasana. Na ndio sababu mingi tunakusikiaga tuko na Holy Communion. Holy Communion inatumikaga katika kudisconnect, kukuondoa from the plan of God. Sasa ukileta Holy Communion kama hapa, wakati karoda kamekuwa na kichwa imeruka sana, hakawezi kuiguza. Utapana kameenda kule kado, kanakaa kado. Na kanakaa position kila mtu ajue kamekataa. Unaona kana suka kila mtu afanya nini? Kamekataa. Atiranyi tanira na inywe. Nikienda kuwapea hivi vile nafanyaka tu maji hivi. Unaona kanaruka kanaenda kado kasiguzo na hiyo maji. Bwana ndiye gojo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the time you realize this person is under the influence of witchcraft. Si yeye. Si kupenda kwake. Ni hiyo witchcraft inakuwa inamwambia niwe uko hepa hiyo maji, kaa kado. Unakuta anajificha kwa hiyo kona, ama naenda kwa kona nyingine, akiona nimeenda huko unaona amejifanya, unaona anaenda hivi ni kama amekatika side board, anaenda pale kwingine. Nikienda padi hiyo unaona amejificha. Sasa na mimi nikijua hivyo ndio nafanya. Naenda najifanya najificha, naenda namchokelezea tena, naona ametoroka tena, namsukuma tena, anatorokea tena, nampeleka. Kama unagia akiuma huko wakatokea hiyo kege. Wachawi. Semeni wachawi. Hamuna nguvu tena. Hamuna uwezo tena. Witches gather to open altars and open gates during this time. They open altars and gates. Kutoka leo siku ya 7 ndio milango na altars. Siku ya kwanza mpaka siku ya 7 walikuwa wanafanya preparations. Siku ya 7 mpaka ya 14 ndio wanainua madhabahu na kufungua milango. Gates ndio zinafunguliwa, ndio waweze kustrike. Sasa wakifungua hizo gate na wamekuinulia madhabahu, mwaka mzima ujayo, kama kulikuwa na deal ulikuwa nayo, imeanguka. Kama kuna biashara ulikuwa nao, imeanguka. Kama si unakumbuka, hebu jiulize, watoto wengi wanasaliago mwezi wa 8 na wa 9. Si ndio? Most of you here mmezaliwa birthday yenu ni ya mwezi wa 8. Si ndio? Ni kwa nini mwezi wa 9 na wa 8? Because the crime was committed December. The crime was committed mkiwa happy after happy. Ndio nakuta watu wa mwezi wa 8 na mwezi wa 9, birthday ya mwezi wa 8 na wa 9. Birthday wa mwezi wa 8 na wa 9. Yeah? Yes, ndio hawa sasa. The product of festivities. Now what happens katika tarehe 7? Today I'm revealing
Ama mnapata, mnanielewa? Today I'm doing what? Revealing the top hidden secrets. Leo ni kubomoa na kutoa ufalme wote ije wa shetani. Hata survive tena. Hallelujah. Hallelujah. By the way, Musa Kamunya amekufa. Mnajua kama Musa Kamunya? Baba Maina Jega. Nasikia nikiambiwa na sauti amekufa. Na sijatangaza. On the 7th, what they normally do is the awakening. Ufufuo, awakening. Tarehe 7 leo, this day, ile kitu wanafanya ni kufufua, awaken the altars. Awaken, kuokeria, kuarahura maroho magomi, kuarahura maroho mihianano, magogona omothe. Saidio wana leo siku hii kutoka saa 6 usiku mpaka saa 6 usiku. Ile kazi sasa wamekuwa kifanya ni kufufua hizo maroho zote, the arsenals zile wanajua, roho ya poverty, roho ya umaraya, roho ya nini na madhabahu yake. Kila roho inakuanga na madhabahu yake. Sasa wanafufua roho na wanafufua nini? Madhabahu. So wanajua wewe, nyinyi mmetoka kwenye familia ya usherati. Kama sasa mimi Dora Waroige tumetoka kwenye familia ya kiusherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wale watu nitatumiwa wengi ni wanawake wazuri, warembo, wazuri na wako na hizi. This week hao ndio watakuwa maliro. Waenda wako maliro. Maliro. Because they will trace your connectivity from your bloodline. That is why niliwaambia they do a research. Wanafanyanga research yako yote. They can sit wakikuresearch hata kama ni miaka 10. So they will do a research na wajue bloodline yako inasemaka nini. Sasa kwetu, my grandfather alikuwa polygamous, alikuwa na 37 wives. Hallelujah. Mimi nimezaa na watu karibu 25. So niko karibu na maiguka. Yes, watoto wangu kama watoto wangu ni 25. Si nikumaanisha nimezaa na bibi mmoja tu ndiye alizaa watoto 3. Mmoja tu. Hao wengine ni kamoja. So si minus 25, minus 3. Sio ni 21 wives. Plus the one I have. Huyo sasa nilizaa na watoto. Hao si wote wanakuja 20 what? 25. Sasa hebu angalia kutoka siku hiyo nilizaa, nimedonyi wangapi? Nimepata tu girlfriend tu ngapi? Ni 2. Ukiniangalia hivi ni 2. There are many. Ni muraini. Hivi wewe ndio umesema. Ni muraini. Kumaanisha because I am in the bloodline. Sasa wakinikamata wananikamatia from my bloodline. Bloodline yetu ni gani? Angalia Yesu wakati alikuwa. Yesu ametoka bloodline ya nani? Ya Juda. Ya Juda ni nani? Jakobo. Jakobo ni nani? Ni Isaka. Ukiangalia lineage yote iko na usherati. Angalia wakati Yesu ameenda kwa mto. Amekutana na nani? Na mama msherati. Akamwambia nipatie maji. Mama akamunyima. Akamwambia ogemenya. Tumaito ya guete. Yani nataka kuniambia mbona that moment, hiyo moment ndio Yesu alisikia dhasete ya kwenda kutafuta maji kwa mto. Alihepa watu, bwana hakuenda na mtu mwingine, alienda peke yake. Hadi akaushereheka neke nani na disciples. Todo roho wa kwao ndio ulimwambia kibia mtu wa saburi yako hapo chini. Na akaenda hapo chini akakutana na mtu wa saburi ya kwao, ya roho ile ya kwao ile inatawala kwao ya usherati. Alipofika hapo walifanya urafiki ama kufanya? They became good friends. Very good friend because they are the same spirit. Baka wakati mama akaenda kanunua mafuta very expensive. Alakulira mudu very Yesu amulile uko na wanaume wangapi? 6. Na hata kuna mtu ndani ya nyumba saa hii as we are talking. Lakini Yesu bado alimpenda na akamwenda na yeye. Alipoenda na yeye mahali huyu mwanamke si alikuwa na wanaume wengi. Mbona hakununulia wanaume hao wengine mafuta akaona hiki kimwanaume? Aliona ni tall, dark and handsome. This man was handsome. Jesus was handsome. And he still is very handsome. Mama akajishikanisha. Maana the spirit ya Juda, spirit ya familia yao imefufuka ndani ya Yesu. They don't care who you are. They don't mind what kind of a spirit, what kind of a person you are. The personality yako kwa wao watu, they don't care who you are.
until you are able to fight this demon, until you are able to fight this altar again in your family, hawezi dogetiria. When they decided it is you they are capturing, watakukamata. Hata upende utafanya nani? Yesu alimkamata mpaka wakati alihitaji Juda kumuokoa. Mnajua kwa hivyo ni Juda aliokoa Yesu. Hata kama ni Juda aliuza Yesu, ndiye alimuokoa kwa hii roho ya kwao. Maana mama alimwambia nataka kukufanya nini? Massage. Na alikuwa anamfanya na nini? Na mafuta na nini? Na nywele. Kule hawavaagi trosa. Wanafaaga nguo mrefu hii ya Islamu. Wanafaaga. Mama alianza kufanya nywele massage nini? Na nywele. Na nywele akipada. Akifanya nini? Akipada. Alikuwa anaenda wapi? Ndiye ilibidi mpaka Juda akamwambia, mafuta mananotwe. Ndiye hii pesa, hii mafuta inaweza uzwa pesa mingi. Ndio a distract. Huyu anaona kama nimeanguka. Yes, that is what Judah did. Hujaifundishwa hiyo na nganga? Nganga hajai kufundisha hiyo? Now you know. Kwa sababu mama alikuwa alimfanya masaji na nywele. Alikuwa anamfanya masaji wapi? Si alikuwa anafanya miguu na nywele. Alafu hebu fanya, ngoja nikuje. Hebu fanya na nywele ukipada. Fanya na nywele. Unaelekea wapi? Bana, sasa huko na nywele, tuseme uko na nywele. Sasa fanya nywele yako. Unaelekea wapi? Unapada ukienda wapi? Wapi? Kwa Mungu. Because the woman was a prostitute with a prostitution agenda. But this man was a man of God. That is why Judah alikuja akamwambia, hii mafuta tunaweza kuuza pesa mingi. Hii ni mafuta vile haifai kuharibiwa. Yaani kwe mwadhi waku no one maguta magoro. Hali mwadhi waku mundu wedete. This man was just distracting. Alikuwa anataka kudistract. Baada mama alikuwa ameenda na Yesu alikuwa amerelax. Maana masaji ile ilikuwa inafanywa haijawahi kufanyika, hata sasa haifanyikagi. Jamaa alianza kunyorosa, alijikuta amenyorosa nini? Mguu. Ilibidi Juda amuotoe. Maana the weakness of the lineage, the bloodline, haitabuagi wewe ni nani, haitabui. Ndio naonaga mtu ni minister mzima na amelala na maid, amerepu na maid kwa nyumba, na ni minister mzima. Unakuta mtu ni deputy president na amelala na maid. Kwa nini? Si ati maid ni wabaya, bloodline inamwambia, ikiona hii anaonaka anatetemeka tu. Namuta mama ametoka. Mama ametoka. Hebu enda ushughulie kama ameenda. Unaona kimzao kida. Unajua mimi ni deputy president. Because of the bloodline, the system that is in you. Haitabui wewe ni nini, haitabui wewe ni power gani, haitabui hata kidogo. Hallelujah. That is the power of their bloodline. Na hiyo ndio wanatafutaga wachawi, wagaga wanatafutaga your bloodline. They will attack you through the bloodline. Number 2, they will attack you from the village you came from. Bwana Yesu asifiwe sana. The village ile umetoka, ile kijiji ya kwenu umetoka. Kama umetoka Kiamalidha, Kialidhaine, huko ndio watakushughulikia kutoka huko. Wata-understand, watafanya feasibility study, wajue huko ni mashetani gani na upalitagi kwa hiyo kijiji yenu. Ni type gani ya wachawi, ni type gani ya wagaga, ni type gani. Alafu tena wanakitoka hapo wanaingia kwa clan yenu. What type of a clan are you coming from? Bwana Yesu asifiwe sana. Then once they understand the clan and also they have understood the village and your bloodline, to strike is very easy. They will hit you. Hata utakaa hivi unashindwa ni nini ilikukanyaga. Alafu sasa wanakuja, ulihamia Nairobi. Ulihamia Nairobi wapi? Kayole. Sasa wanaenda mpaka Kayole, wanajua na identify Kayole ni mizimu gani na operate Kayole, ni mashetani gani na operate Kayole. So watakulink na their systems in the Kayole. After that, once they link you the systems za Kayole, they will go further, deeper. Ile nyumba umekoboa. Hiyo nyumba umekoboa ilijengwa na nani? Na alitumia dhabihu gani kujenga hiyo nyumba? Kuna wengine wamepatiana mama yao wamejenga nyumba. Kuna wengine wamepatiana watoto wao ndio wapate kujenga nyumba. Sasa umeenda to their altar kwenye madhabahu yao. They will deal you from there. They just want to connect you what can be easily connected to you. Bwana Yesu asifiwe sana. What can easily be connected to you. Wakikuja kama nyumba hii, wanakuja wana-investigate nyumba hii ilijengwa namna gani, ndio mlete mweke madhabahu hii. Ni madhabahu nyingine gani ina operate hapa?
Dora ametoka kwa madhabahu gani? Kwanza wanajua ni Mogeke na Maumau, wanajua hizo vitu zote ni viapo na kitu. Sasa they will deal with me. Upande ya wanawake wana deal na hiyo. Ndio unaonaga mnanipenda for apparently no reason. Sasa nikikuuliza unyedaire keneke unyedaire. Tolo ni unyedaire onyo na wakaja uchushika gogo wale. Unyedaire ke. My charity unyedaire ke. It is my lineage, my bloodline. Ndio inakuattract, ndio inakuvuruta. So ndio wewe na wewe kama wewe ni mchawi upate access ya kunigiriria. The bloodline is the most important thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tumefika hapo tumeelewa na tumejua. So this is the time they are reviving. Hizo ma bloodline. This kutoka leo tarehe ya leo. This is the time they are activating the bloodlines. This is the time they are activating the territorial altars, the forest altars. This is the time. Hii sasa kutoka leo wameanza kuactivate those altars. Baki fika tarehe 14 ndio sasa wa connect. Kutoka now 15 kwenda huko utakuwa mfugo wao. You'll be doing what they be saying. You'll be where they want you to be. You'll be doing everything. And they do this through the festivity activities. The festivity activities. Zile zinafanyika hapa na pale. Hizo ndio wanafanya kutumia kukushika na kushika watu. So it is very important for us to be able to know this and to understand. They gather in various places like markets, abandoned places in the forests, abandoned houses. Huko ndio wana mapepo wanafichago kwa choo kama ile ndio wanaficha mapepo huko ndani. Mapepo yanapendanga kukaa kwenye kitu kichafu ama kitu magofu, manyumba yaliyo mazee wanajifichaka huko. Hapo ndio wanaweka. So they will come, witches, they will come in the night. Wanaenda mahali wanajua wameficha hizo vitu zao. So once they get them, they come and activate them. Wanakustrike nayo. Wanaweza kuchukua your traditions. Your father alikuwa nani? Baba yako alikuwanga mganga, mama yako alikuwanga mganga, watu wenu, the lineage ya kwenu ilikuwaga nini? Hiyo ndio wanatumiaga. They cannot come to you before they get the legal access. Legal access, they must get a legal access. A legal access ni kupata the legal rights za kuenda. And the legal rights ni foundation yako, misingi yako. Hiyo ndio inapatiana legal rights. Sasa watapitia kwa kajia ya kwenu. Hawawezi kupitia kwa njia ya neighbor, watapitia kwa njia ya kwenu. The attack ile utakuwa attacked nayo ni ile ya kwenu. The moment these altars are activated, atmosphere changes. The moment ukitaka kujua sasa you are activated, the atmosphere unakuta rera nere ya sejia baka, the way you are thinking, the way you are looking at people, the way you behave character wise, unakuta kuna vitu vimebadilika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Simutoshereke na hiyo. Simumetoshirika na hiyo. Simameni basi. Nataka tu worship. Ndio tuvuje hizo madhabahu. Kila mtu ashike sadaka yake, maana sadaka yako ndio tutainua kucancel the legal rights ambazo wanaweza kutumia kukufix. Kwa hivyo shika kila mtu aliye kwa nyumba hii, utafute sadaka. Na kama hauna, uombe neighbor. Huyo neighbor mmekaa na yeye, mwambie sina sadaka, nisaidie. Hiyo kidogo uko nayo ndio tutatumia kuvunja madhabahu ambayo inaweza kukuinukia. Abai mweno gore. Stretch hivi kidogo. Najua umepatiwa story mingi ambayo imekustua kidogo. Wakapi wamesikia kustuka? Kumbe mnakuaga wachawi. Ama unikukamatwa mlikamatwa. Ndiko nyitwa munyiteto. Yes baba, kijana. Hi. How is it going? Are you getting it? Thank you. Watu wote wasimame, wa mama wasimame. Mimi sikuambia mseyeke. Msimame. Wale hawawezi kusimama ni hawa tu, mkae. Na kama unaweza kusimama usimame. Lakini kama hauwezi ukae. Lakini wengine wote, uwe ni mzee, uwe ni nini, na uko na miguu usimame. Na hata wewe ni kama ni mchawi, simama pia. Hata mchawi msimame, na waona, ninawajua. Unajua uzuri wangu ninawaonaga. Naona ukiwa nyoka, naona ukiwa fisi, naona ukiwa kulingana na ile roho wamekuweka ndani yako. Ninaonaga. So hiyo sasa nikiwaona najua hata kama wewe ni mchawi simama tu.
Kazi yako imeisha, tumekulipua. Sasa mnangoja nani? Mnataka kuibiwa nyimbo ndio mwanze kuiba? Kuja shika mic. Ingia pale. Najiona ucheze keyboard vizuri. Vizuri. Hivyo. Yes. Yes. Ukamata ni kama umeachiliwa. Ukamata keyboard ni kama umeachiliwa na maroho ya Wanyamulenge. Utaenda Europe. Mungu amefungua njia yako ya kwenda Europe. Yes. Fungua moyo wako sasa, maana what we are about to do will affect the entire year. What we are about to do will affect the entire, ita affect mwaka mzima wako. Maisha yako itabadilika. What we are about to do, tuna cancel every communication worldwide. Kamati ya wachawi iko Nigeria, kamati ya wachawi iko UK, kamati ya wachawi iko Amerika, kamati ya wachawi iko Nairobi. Hizo kamati zote tunazibomoa. Hizo kamati zote tunazisambaratisha. Hakuna kama wewe, o Baba wa upendo. Hakuna kama wewe, o Baba wa mbinguni. Tuseme hakuna kama moja. Hakuna kama wewe. Sema Baba wa mbinguni. Fungua moyo wako kabisa. Fungua moyo wako ukue moyo ambao unategemea. Unexpected heart. You are expectant. Hakuna Mungu kama wewe. Oh yes. hakuna kama wewe. Tuimbe Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Tuseme Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Hakuna Baba wa mbinguni. Sema Baba. Tuseme Baba wa mbinguni. Imbe Baba kama wewe. Tunaimba Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Sema Baba wa mbinguni. Tuimbele kama wewe. Tumwinue Baba wa mbinguni. Ame kama wewe. O Bwana wa huruma, sijapata kama wewe. O Baba, Baba, hakuna kama wewe. Kama ni kuponya, unaponya kabisa. Hakuna kama wewe. O Yesu wa upendo, hakuna kama wewe. Sema Baba wa mbinguni. Tumwinue Baba kama wewe. Ame wa mbinguni. Hakuna kama wewe. Tuimbe na tuseme wa mbinguni. Tuimbe tuseme kama wewe. Hakuna Mungu mwingine mbinguni. Kama wewe. Sema Baba wa mbinguni. Tunakuinua leo kama wewe. Ona tunakuimbia mbinguni. Tuseme Baba wa mbinguni. Waimbaji wanasema kama wewe. Ona tunakuinua mbinguni. Haleluya kama wewe. Mungu wa upendo, sijapata mwingine leo. Oh Baba, Baba, hakuna kama wewe. Kama ni kuinua, unainua Bwana. Hakuna kama wewe. Oh Baba wa huruma, hakuna kama wewe. Sema Baba wa mbinguni. Yeah. Kama wewe. Ona tunakuinua wa mbinguni. Ona tunakuimbia. Tuseme Baba wa mbinguni. Mwambie hakuna kama wewe. Sema hakuna wa mbinguni. Yeah. Kama wewe. Ni nani kama wewe? Oh Bwana, nani kama wewe?
sadaka zenu mbele. Leteni sadaka zenu. Leteni sadaka zenu muziweke hapa. Yes, please. Sadaka zenu. Sema kimbilio kama Yesu, nani leo? Sema mutawala kama we, nani kama we? Sema kiongozi kama we, nani leo? Ndipo tunasema tunaimba leo, ndipo tunasema tunakuinua Yesu, tunakuinua leo. Haleluya, Bwana tunakuinua, kuna kama wewe Bwana, tunakutukuza, kuna kama wewe Bwana, ninakuabudu, Bwana ninakuinua, kuna Mungu mwingine, hakuna kama wewe, kuna kama wewe, hakuna kama wewe, haleluya, hakuna kama watoto wote. Haleluya, tuimbe na tuseme, simama hapo, haleluya, tuimbe na tumwagie, watoto walete watoto, haleluya, 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 sema haleluya, haleluya, sema haleluya, haleluya. Hallelujah.
za Mungu. Mwambie niko tayari. Mwambie niko tayari leo kuingia kwenye vita ya kusambaratisha wachawi, ya kusambaratisha waganga, ya kusambaratisha warogi. Ingia kwenye vita. Ingia kwenye vita. Ingia kwenye vita. Inakuinua haleluya hosana. Anakuimbia haleluya hosana. Umenitoa mbali haleluya hosana. Haleluya hosana. Inakuimbia haleluya hosana. Njoo uniponye haleluya hosana. Njoo uniponye haleluya hosana. Okoro yangu haleluya hosana. Nafsi yangu haleluya hosana. Inaacha nawe haleluya hosana. Haleluya baba haleluya hosana. Haleluya haleluya hosana. Mwambie haleluya hosana. Sema haleluya hosana. Tunaimba haleluya hosana. Haleluya hosana. Tunaungana na mbingu haleluya hosana. Tunaungana na mbingu haleluya hosana. Kama serafina haleluya hosana. Subiri kidogo. Just stand there. Simama tu hapo. Kila mtu akipata kikombe chake cha divai na mkate wake, usitumie mpaka nikupatie ruhusa ya kufanya hivyo. Are you through? Kila mtu amepata? Kuna watu hajapata? Wapi? Inua mkono wako kama hujapata. Yes, na worship team, nyinyi ni watoto, hamutashiriki. Labda mama zenu. Si ndio? Hamujakubalishwa. Si ndio? Kwa hivyo wao umeze, watu wakimeza unameza tu. Watoto we are going to dedicate you. Tutawa dedicate mipango yote ya shetani katika maisha yako. Wachawi waliozungumza kinyume na wewe. Warogi waliosema maneno ya kusema hautafaulu kutoka leo. Wewe ndio ulijikuta mahali ulijikuta, lakini haijamaanisha maisha yako yatakuwa mabaya. Mimi niliishi mkuru kwa Ruben, lakini Mungu amenibariki. Hata nyinyi, your future will not be stolen. My future was stolen. Nikaenda kwa Mungiki. Nikaenda nikakuwa mwizi. Nikakuwa jagiri, nikakuwa prostitute. Nikakuwa mvutaji wa bagi, na nikakuwa tu mtu ambaye hakueleweka hata kidogo. But God came and fixed my destiny. Today I fix your destiny. Leo destiny yako ninaifix. Hakuna hata shetani ama chembe yote ya maroho ya kishetani itakuweza. Maroho ya kuzimu hayatakuona. Nimekuficha chini ya damu ya Yesu Kristo. Nimekuficha chini ya mabawa ya Mungu, ya kwamba chochote ambacho walipanga kukuhusu, walipanga ati siku moja utakuwa chokora, hautakuwa. Walipanga siku moja utakuwa prostitute, hautakuwa. Walipanga siku moja utakuwa jambazi, hautakuwa. Walipanga siku moja utakuwa mtu ambaye ataonewa na dunia, hautaonewa. Mtakuwa watu wabarikiwa, mtatajirika, mtakuwa wachungaji, mtakuwa watu wa viongozi, mtafanikiwa kwenye nyanja mbalimbali. Wachawi hawatawaona, waganga hawatawaona, Illuminati hawatawaona, Freemason hawatawaona. Mumefunikwa na damu ya Yesu Kristo. From now and forever, amen. Your destiny will never be stolen by anybody. They will never exchange your destiny. Your destiny will go as God planned. Praise be the name of God. Inua nini yako juu, hiyo kikombe chako na mkate wako. Baba, nimesimama mbele yako hapa katika madhabahu haya. Umetufundisha jinsi ya kupambana na kujua na kupambanua jinsi wachawi walivyofanya. Jinsi wachawi walivyobadilisha destiny zetu. Kule wako wanataja majina yetu. Wameweka majina yetu kwenye vioo. Wanatuona na wameona destiny zetu. Wanajaribu kubadilisha our destiny. Wanajaribu kubadilisha our destiny. I decree and declare. Hapa kuna mama, hapa kuna baba, hapa kuna mtoto, hapa kuna mwanaume, hapa kuna mwanamke. All they are representing the entire world. Wameakilisha dunia mzima. Wameakilisha taifa la Kenya. Wameakilisha kila mtu. Hapa tukidikelea na tukisema tunapokunywa divai hii,
Na tunapokula mkate huu, divei ambao ni damu ya Yesu na mkate ambao ni mwili wa Yesu, na alituambia tufanye hivi kwa kumkumbuka wakati alibadilisha destiny zetu ambazo zilikuwa zimeibiwa, akaturudisha kwako. Tunaenda kukunywa damu hii, tunaenda kukula mkate huu ambao ni mwili wa Yesu, kuregesha destiny zetu, kuregesha destiny za Wakenya, kuregesha destiny za watu wa dunia, kuregesha destiny za kanisa, kuregesha destiny za biashara, kuregesha destiny za maisha yetu, kuregesha destiny za baba zetu, kuregesha destiny za ndoa zetu, kuregesha destiny za huduma zetu kutoka leo in the mighty name of Jesus. Kutoka leo in the mighty name of Jesus. Oh Kenya, hear the word of God. Oh Kenya, hear the word of God. Oh Kenya, hear the word of God. Ya kwamba Kenya, the destiny of Kenya, the destiny of Kenya, the destiny of Kenya, ya wazee, ya kina mama, ya kina baba, ya wavulana wasichana, ya watoto wa kiume na wa kike. Our destiny, the economy of Kenya, the politics of Kenya, the businesses of Kenya, the destinies will never be changed. Mapepo yanayobadilisha destiny ya Wakenya, kutoka sasa tuasambaratisha kazi zenu. Kutoka sasa tuachilia kuchanganyikiwa, tuachilia kuchanganyikiwa. Muchanganyikiwe, wachawi wachanganyikiwe, warogi wachanganyikiwe, waganga wachanganyikiwe, eliminati wachanganyikiwe. Tunatoa dhabihu hii ya kuchanganya, ya kuharibu mipanga yao. Wanasiasa ambao wameenda kuuza Kenya wachanganyikiwe. Walionunua Kenya wanataka data ya afya ya watu wa Kenya. Tumecancel katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni rais wa Kenya, iwe ni waziri, iwe ni mwanasiasa, iwe ni mtu wa dini, iwe ni mwananchi wa kawaida, hakuna atakaye badilisha destiny ya Wakenya. Kenya is a great nation. Kenya is a powerful nation. Kenya is a portal for the glory of God. Kenya is a portal for the glory of God. As we partake the blood of Jesus, as we partake the body of Jesus, we declare and decree the destiny of Kenya. Today, the 7th of December 2025, I fix the destiny of Kenya, of the prosperity, of greatness, business people, politicians of great stature, religious people of great stature. Kanisa la Mungu lisimame. Madini hizi zingine zote zikanyagiwe chini. Dini zozote ambazo hazimtambui Yesu zikanyagiwe chini in the mighty name of Jesus. Waislamu hawataleta vita Kenya venye wameleta Tanzania. Hakutakuwa na mgawanyiko wa kidini, hatutakuwa na mgawanyiko wa kisiasa. Kenyans will never shed blood because of politics. Kenya will not shed blood because of poverty. Wakenya hawatauzwa kwa devil worshippers, kwa madhabahu ya shetani kwa sababu wamekosa chakula. Kenya ni nchi kubwa. Njaa haitakuwa Kenya, umaskini hautakuwa Kenya. Our children will be blessed. Our children na sisi, we shall conquer the world. We shall pursue. Tutatembea, traverse the entire world, conquering the world from East Africa to Africa to Europe to Asia to America to Australia. We shall conquer. Kenya, you Kenya, Kenya, the motherland, the cradle of mankind, the center of man, the Garden of Eden, Zion, found in Kenya, the cradle of mankind, the seat of God. We are here to tell you, Kenya, your children will prosper in the world. Your children will conquer the world. Your children will succeed wherever they go. Your children will never be exchanged. Hawatabadilishiwa destiny zao. Destiny zao hazitaibiwa. Wewe Kenya, uzao wako utaishi kubarikiwa. Wewe Kenya, uzao wako utashinda mahali popote wataenda. Uzao wako utapata sifa. Wewe Kenya, maradhi hayataingia, confusion haitaingia Kenya. Watoto wako Kenya, wanaoitwa wa Kenya,
wataitawala dunia. Wewe Kenya ni mbarikiwa, wewe Kenya ni mshindi, wewe Kenya ni mfanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Moja aseme amen. Sasa katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, sasa tumeze mwili wa Kristo kisha ukunywe damu yake Yesu. In Jesus' name, receive now the anointing, receive the favor. Watu wanafunguliwa, destiny zimeachiliwa sasa, destiny zimeachiliwa. Walikuwa wameiba destiny yako, imerudishwa. Walikuwa wamesema hautafaulu, sasa utafaulu. Walikuwa wamesema utafanikiwa, sasa utafanikiwa. Walikuwa wamesema utashindwa, hautashindwa. Wewe ni mshindi. Tuimbe wimbo wa ushindi, tuweke wimbo wa ushindi. Celebrate, celebrate, celebrate Jesus Christ. Sasa tuimbe sana, tuimbe sasa. Ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Nasherehekea ushindi wa Bwana, haleluya. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea upendo wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea upendo wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, haleluya. jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea upendo wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea upendo wa Yesu, jina la Baba ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Yawe, 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 Zambe monene. Yawe, 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 tumwimbie. Yawe, Yawe, ndiye Bwana. Oh, Yawe, Yawe, natuseme. Oh, Yawe, Yawe, natuimbe. Yawe, Yawe, haleluya. Yawe, 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 Yawe. Cheza vizuri kama umebarikiwa. Leo Baba nimeona ni mkono wako. Leo Bwana nimeona ukiniinua. Leo Bwana nimeona ni mkono wako. Leo Bwana nimeona ni mkono wako kwangu. Leo Bwana nimeona ni mkono wako. Leo Bwana nimeona ni mkono wako kwangu. Leo Bwana nimeona mkono wako. Peperusha mikono yako namna hii. Twende. Weka mikono juu ya kichwa chako. Peperush, 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 peperush. Wapi shangwe na vigelegele. Bendera yake Yesu leo inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Tafuta kitambaa jamani. Tafuta kitambaa. Bendera yake Bwana leo inapepea. Weka kitambaa yako juu. Bendera yake Yesu Sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu leo Peperusha. Bendera yake Peperusha.
hata kama iko na makamasi, peperusha. Angalia, haya, angalia, angalia. Haya, kwanza kabisa. Haya, peperusha sasa. Peperusha. Peperusha. Kama umebarikiwa, inua, 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 inua. Sema ndio. Eko wapi ndoro ya Yesu? Haya. Tudazie Yesu. Dance. Kuna dance. Kuna dance. Katika. Tingina. Ah. Angalia, niangalie venye nacheza. Cheza. 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 Haya, mchezee Yesu. Mchezee. Yeah, twende. Twende kazi. Enda, tatu hivi. Tatu hivi. Tatu hivi. Tatu hivi. Dance. Ra. Ya. Watu wanafunguliwa. Unajua venye una dance ndio unafunguliwa. Ukidance vizuri mbingu inafunguka. Wachawi, kama wewe ni mchawi usidance. Kama wewe ni mchawi usidance. Hilisi itaanguka. Lakini kama unajua hauna hilisi, tingiza vizuri tu. Twende tu. Tembea, tembea, tembea. 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 Roho Bwana anashuka. Tembea. Unafunguliwa. Wanafunguliwa. Destiny zinarudishwa. Destiny zinakuja. Walikuwa wameiba elimu yako. Walikuwa wameiba ndoa yako. Walikuwa wameiba huduma yako. Mtoto wako alikuwa afya yake imechukuliwa. Ya hiyo imerudishwa. Haya haya. Biashara. Watu wa biashara. Ndio hiyo biashara inarudi. Ndio hiyo biashara inarudi. Waliiba biashara. Ndio hiyo naona ikirudi. Inarudi ndio hiyo. Haya. Pokea, hebu pokea biashara. Inua hivi, inua hivi. Fanya hivi. 1 2 3. Haya. Watoto wetu walikuwa hatima zao zimeibiwa. Walikuwa wamechukua hatima zetu za watoto. Ndio unaona hata masomo ya mtoto haikui mzuri. Haya, chukua. 1 2 3. Favor. Favor. Walichukua favor. Ndio naona haupendei, hawakutaki. Ukienda mahali popote unakataliwa. Haya, chukua favor. Chukua. Jitayarisha. Favor ya kufanya biashara. Favor ya kukutana na watu mashuhuri. Favor ya kurudishiwa vitu zako. Haya, 1 2. Pokea. Afya yako ya kihuduma walinyakua, wakaiba, wakachukua, walitaja majina ya familia, wakataja brother yako, wakampiga na stroke, wakampiga na magonjwa, wakampiga na vitu vingine. Kama brother yako ama sister yako ako na ugonjwa ya kurushiwa, sasa inaachilia kupona. Haya, chukua kupona. Chukua. 1 2. Chukua. Mahali popote waliko wamepona. Sasa walichukua vipawa zako. Vipawa, the gifts of the Holy Spirit. Walikuwa wamezidibu. Ndio hizo zinakuja sasa. Malaika wa mbinguni wameteremka, wako nazo. Sasa pokea. Pokea. Sasa 1 2
kuguza kitu chochote hakifaulu. Ukijaribu kuguza chochote hakifaulu. Kutoka leo Mungu alisema nitabariki kazi ya mikono yako. Deuteronomy chapter number 28 from 1 mpaka 14 inasema ukimwamini Mungu, umutegemee, ukuwe faithful, hizi baraka zote zitakufuata. Sasa I am commanding baraka za Deuteronomy 28 from the verse 1 mpaka 14 zitakufuata leo. Zitakufuata leo. Sasa jitayarishe. 1. Angalia. 2. Hii tunaenda mpaka 7. 3. 4. 5. 6. Na hizo 7. Bless you, 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 bless you. Waimbaji, waimbaji. Haya. Yoyo. 1, 2, 3. Wangapi wanataka kusafiri ng'ambo? Ng'ambo. Watu wanataka kwenda ng'ambo. Sasa kanisa tutabaki na nani? Inua mikono juu. Mungu ataleta wengine. Muende mfunguliwe milango. Mukubalike ng'ambo. Musifanye kazi ya utumwa. Mikono yenu ibarikiwe. Sasa sema 1. Sema 1. Nikisema 1 unasema blood of Jesus. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
tunachotaka na magari yetu tuendeshe leo. Pokea na magari zetu, pokea leo tuendeshe leo. Pokea, 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 pokea na mashamba yetu, mashamba yetu, mashamba yetu, mashamba yetu. Nasema tupenye, nasema tupenye. Pokea, pokea, nasema pokea, pokea. Wapisha kwenda vigele. Oh Bwana wa mabwana tunakuabudu wewe. Mungu mwenye nguvu tunakuinua leo. Bwana wa mabwana tunakuinua wewe. Mungu mwenye nguvu tunakuchezea wewe. Oh Bwana wa mabwana tunakuimbia wewe. Oh tunakuabudu Baba. Baba tunakuinua leo. Tunakuchezea Baba. Tunakuinua leo. Oh tunakuabudu Bwana. Tunakutukuza Yesu. Mikono yako kwa Yesu. Peperush, 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 peperush. Tingika kidogo kwa Yesu jamani. Peperush, 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 peperush. Osana, 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 yo yo yo. Osana. Hallelujah, hallelujah, tunakuimbia wewe ni Mungu. Hallelujah, 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 hallelujah. Sema Osana we, hallelujah, imba Osana we, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Pikachu, 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 Pikachu. Pigia Yesu makofi mazuri. Grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Kwa wale wa deliverance tukutane hapa 4. If you feel haujaguzwa
Lakini ukisikia Mungu ameingia ndani yako, nyumbani. Lakini ukisikia bado unatarajia kitu kingine, tukutane hapo for that, exactly for that. God bless you for now. God. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.